nyota zako. So ameona vile uko na nyota zako, anataka kukumiliki. Usiku unalala, anakufanya nini? Anakuingilia, anakufanya tendo la ndoa. Unalala usiku, unaota unafanyishwa harusi kwenye bahari. Unalala asubuhi, unalala usiku, unaamka uko na alama. Kuna watu wanakatwa migongo, kuna watu wanakatwa, unapata umekatwa, ama unaota usiku unavalishwa pete. Hizo ni ndoa za kishetani, soul ties. Na unazipataje? Kwanza tasoma Biblia, kitabu cha Mwanzo chapter 2 verse 24 inasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake, na watakuwa mwili mmoja. So mnakuwa mwili mmoja. Hii ni Biblia inasema, utaacha babako na mamako. Kwenye ulimwengu wa giza pia ukimilikiwa, mnakuwa kitu kimoja. You become one. Alafu tutasoma pia 1 Corinthians, Korintho chapter 6 verse 16. Itatusaidia hapo mbele. Inasema, hamjui kwamba mtu anayeshiriki mwili wake na kahaba anakuwa mmoja, mwili mmoja naye. Mtu ambaye anashiriki na kahaba anaongelea kuhusu tendo la ndoa. Mnakuwa kitu kimoja, mnakuwa kitu, you become one. So njia moja yenye unaweza kuwa umeshikanishwa na spiritual spouse ni kupitia nini? Kupitia mapenzi, kufanya mapenzi, unashikanishwa. Kuna njia mingi, tutaendelea, tutafundishana polepole. Kumbuka kuna wanabiashara wa miili na roho za watu. So wanakumiliki kwenye ulimwengu wa roho, unamilikiwa. Ndio maana Mungu anatuonya sana kuhusiana habari za ngono ama za kushirikiana kimapenzi. Anatuonya sana kwa sababu you become one. So inaweza kuwa maybe when you're growing, ukiwa mtoto you're still naive, ulikuwa na girlfriend, boyfriend, hiyo ni njia moja. So ukijishikanisha na yeye kupitia tendo la ngono, mnafanya nini? You become one. So zile madhabahu ambazo zimemshika yule mtu, mnatengeneza daraja. You become one na zile madhabahu zake, zile shida za ukoo yao, mnakuwa wamoja. Na kwenye ulimwengu wa roho there is no gender. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna huruma, and there is no age. Na nipata, unaweza pata mtu anayekumiliki ni katoto kadogo kwa damu na nyama, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni giant, kamekumiliki. Hiyo ni njia moja. Njia ya pili, inaweza kuwa ulipatana na mtu akakupatia zawadi. Kumbuka, unaweza rogo kupatiwa kitu. Right? Kupatiwa kitu. Someone gave you something. Ndio maana Biblia inatuambia tufanye kila kitu kwa utukufu wa Mungu. We have to pray before receiving or giving. Ama ingine, mashetani ama mapepo ama hata wachawi wanaweza kuwa wanazunguka akaona nyota zako. Kuna watu wana macho za kiroho. Akaona nyota zako akataka kukumiliki. Lakini ndio akumiliki lazima apate kitu kutoka kwako. Akakujia kwenye ndoto, akaiba nywele, akakujia kwenye ndoto. Lazima wanatumiaga sana, they like using utashi. Utashi ni will. Ndio maana Biblia katika kitabu cha Zaburi inasema, watu wangu watanifuata kwa hiari. Kwa hiari, kwa hiari wanakufuata, wanakuibia kanywele, lazima apate kitu kutoka kwako. Anaweza kuibia nguo. Unaweza kuwa umeanika nguo zako nje, unapata nguo imepotea. Wasichana ama ladies, unaweza kuwa umehave siku zako za hedhi, ukiona period zako, maybe umetupa padi yako, umeitupa nje. Shetani ama mchawi anaweza chukua umbo lote. Kumbuka malaika anaweza chukua umbo lolote. Mapepo pia anaweza chukua umbo. They can take any shape. So this is what happens. Tunaona malaika alimtokea Abraham na akakula chakula. The same malaika, hao malaika wawili wakaenda kwa Lut wakamshika mkono. Mikaeli na malaika zake alimshinda yule joka na malaika zake. Mapepo pia ni vitengo vya malaika wa giza. Right? Unapata umetupa pad ama umeshiriki tendo la ngono, umetupa CD umeitupa, unapata kapaka kana lamba, ama nguo yako imeibiwa, ama unapata nywele yako umeota nywele imeibiwa, ama umeota umekatwa, ama umeamka uko na alama.
amepata legitimacy ya kukuroga, ya kukufunga, ya kukumiliki. Ama ni mchawi jirani, ameona wewe uko na nyota, uko na nyota kali, umebarikiwa, akakuonea wivu, akataka kukumiliki. Unaweza milikiwa na mashetani, unaweza milikiwa na mapepo, unaweza milikiwa na watu. Right? Kuna watu hawajatoka mbinguni. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana mstari wa chapter 1 verse 6 inasemaje? Inasema palikuwa na mtu kutoka kwa Mungu, jina lake aliitwa Yohana Mbatizaji. Jina lake aliitwa Yohana. So kama palikuwa na mtu kutoka mbinguni, pako na watu kutoka kuzimu, pako na watu kutoka chini. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo chapter 20 verse 13, bahari itatoa waliokuwemo ndani yake na mauti na kuzimu. So kuna watu wako kwenye bahari, hawajatoka kwa Mungu. Kuna watu, na ni watu kabisa, wako na familia. Yohana Mbatizaji alikuwa na familia, alikuwa na mama, lakini ametoka kwa Mungu. So kumbe kuna watu wako kwenye bahari, kuna watu, ni watu kabisa, wameshikwa kuzimu, wameshikwa wapi? Wameshikwa na mauti. Wale watu wanaweza toka akakumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Malaika anaweza kubadilisha umbo, right? Anaweza kuwa binadamu leo. Anaweza kuwa binadamu ukapata naye kwa restaurant, akakufunga akili, ukafall in love, mkaenda mkahava drink, mkaenda nyumbani naye, ama akakupeleka kwake, kumbe ni malaika wa giza. Anaweza badilisha umbo hata akakuja kwa sura ya ule mtu ambao unampenda. Let's say your boyfriend anafanya kazi mahali fulani, akakuja nyumbani mapema, ila ni malaika, mkapatana naye, unamuuliza, mbona umekuja nyumbani mapema? Ule amefungwa, sifikirie huyu ako nyumbani kwako, ni malaika, anaweza vaa umbo. Nanipata? So unaweza rogwa, unaweza milikiwa na mchawi, unaweza milikiwa na mapepo, unaweza milikiwa hata na babu aliyekufa kitambo, ni roho amekumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka tumeona kuna watu wameshikwa kuzimu, anaweza tumwa kumiliki kwa sababu ya nyota zako. Nanipata? Unamilikiwa. Na shetani anafanyaga kazi mara mbili. Anaweza fanya kazi ndani yako, ama anaweza fanya kazi nje yako. Nje yako ama ndani yako. Ndani yako anaweza kuingia ndani, akafanya kazi ndani yako. Kuna watu wanamilikiwa lakini nje. Amemwingia boyfriend yako, amemwingia mume wako, ameingia watu wako karibu, anakumiliki ila kwa nje. Anaweza kumiliki ila kwa ndani. Shetani anafanya kazi hivyo. Ndio maana Biblia inasema, ndipo nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele ya malaika, na shetani amekaa mkono wake kulia tayari kushindana naye. Ako mkono wake kulia, ako nje. Alafu pia tunaona anaweza kaa ndani yako, right? Anaweza kumiliki akiwa ndani. Ako ndani kabisa. Unaweza kuwa wewe ni mtu, lakini wewe hauko kwenye mwili wako. Wewe umeshikwa, umetolewa kwenye mwili. Ndio maana Biblia inasema, itoe nafsi yangu kwenye gereza niweze kukuhimidi. Ule mtu ametoka, amekumiliki, amekuja ameingia ndani yako, amekumiliki. Na kumbuka, ametoa vitu vyako vizuri, anakuachia magonjwa. So kuna matatizo mengi. So tumeona vile unaweza kumilikiwa, na tunaona vile unaweza badilisha umbo. Anaweza badilisha umbo, pepo anaweza badilisha umbo, mchawi pia anaweza badilisha umbo. Anaweza kuja kwa nyumba yako akaingia bila wewe kufungua mlango, akaingia alafu akavaa umbo ndani, kupatia usingizi wa kichawi. Usingizi wa kichawi ni gani? In English mnasema ni sleep paralysis. Unaganda. Ukiganda vile, anakushika na akili hauwazi. Nitaomba aje nijinasue kwa mapepo. Tutaomba leo, shiko usijali. Tutafundishana kuomba. So amekuweka usingizi wa kichawi. Umelala kabisa, unasema kuna sleep paralysis. Amekushika, akikushika vile anakufanyisha tendo la ngono. Kuna wengine nyota zenu ziko kwa uzazi wenu, uzazi unafungwa, hataki upate mtoto, hataki uolewe, hataki ufanye biashara. Right? Anachukua nyota yako, anakuachia vitu vibaya. Anachukua nyota yako, anakufunga. Anachukua nguo yako, anakufunga, anakumiliki. Mapepo wanazunguka. Kanuni ya mapepo, kanuni ya Mungu ni lazima kwanza umkubali. Kwa vinywa, kwa midomo yetu tutakiri, na kwa mioyo yetu tutaamini. Unanipata?
Lakini shetani anaga hiyo. Shetani akikuja anaingia tu, akikuja anaingia. Shetani hizi kuja akwambie nataka kuwa mharibifu wa maisha yako. No, the guy will just enter. Mchawi atakuroga tu. Wewe hujui kuomba, you don't know how to, hujui kukaa kwa utakatifu, atakuroga tu. Na kwenye ulimwengu wa roho hakuna huruma. Unaweza pata spiritual spouse wako ni mchumba wako, your husband, but ni spiritual spouse wako. Unalala usiku, ako hapa amelala hapa, lakini usiku unaota the same person anakufanya nini? Anakufanya tendo la ngono. Unashangaa kwani what's happening? So kuna uwezekano ni pepo limebadilisha umbo, ama ni yeye amekumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Ama unapata spiritual spouse wako ni mtu wako karibu tu. Ndio maana Biblia inasema adui wako ni ule wa nyumbani mwako. Right? Ni mtu wako karibu. Could be your father, could be your mom, could be your sister, could be your uncle. Unashangaa ni mjomba. Unalala usiku, unafanya unaona uko na mjomba. Unaona uko na auntie. Na kwenye ulimwengu wa roho hakuna gender. You can be a woman, na mtu kwenye ulimwengu wa damu na nyama ni mwanamke lakini ni mchawi, ama alipeleka jina lako kwa wachawi akakumiliki kwa sababu ya nyota zako, na she's a woman. Kwenye ulimwengu wa roho there is no gender. Unapata unalala usiku, unafanya nini? Unafanya tendo la ndoa na mwanamke mwenzako. Kuna wanaume pia wanalalishwa na wanaume wenzao kwenye ndoto, wamemilikiwa. Lakini wanaogopa kusema kwa sababu ni mambo yenye you cannot help, unaogopa kuambia watu kwa sababu ya aibu, lakini zinafanyika. So these things are happening. So kuna tabia fulani zitakufuata ukimilikiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna certain things. Kwanza, kama ulikuwa na biashara itaanguka. Kama ulikuwa na ndoa, watakuingizia tabia fulani kwa sababu wamekumiliki. Akikumiliki hataki upende wanaume, utaanza ndoa itavunjika. Ama atakuingizia tabia, unapata wanaume lakini wewe ndio unasababisha ukosane nao. Right? Hiyo ni moja. Pili, ya tatu, wewe utakuwa ni mtu wa kupata hasara. Unapata pesa inapotea, unapata mtaji inapotea, unapata kitu kinapotea. Ameiba nyota yako, ameimiliki, anaitumia yeye. Ndio maana kuna biashara ya miili na roho za watu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo chapter 18 verse 13, kuna biashara za miili na roho za watu. Ama anakufunika usionekane. Utajinasua vipi? Wangu tutaomba baadaye, nitakuonyesha kuna mbinu ya kujinasua. So anakufunika. Shetani ana uwezo wa kufunika. Ndio maana kwa Biblia kitabu cha Ezekia anaitwa kerubi aliyetiwa mafuta, mwenye uwezo wa kufunika. Kerubi afunikae. Anaweza funika biashara yako, amekufunika usionekane. So hata wale watu wanafaa engage upate biashara, wale destiny connectors wamefunikwa hata wewe wakuoni. So kwenye ulimwengu wa roho tumeona hakuna huruma, hakuna gender, alafu kuna magonjwa. Ukitolewa nyota yako, kuna magonjwa, biashara zako itakuwa vizuri, ndoa yako itaharibika. Kuna watu wanapatishwa watoto, unaota umepata mimba usiku, ama unapata mimba in blood and flesh. Ukipata mimba in blood and flesh, unapata miscarry all the time. Ama unazaa mtoto 1 year, 2 years, unapoteza mtoto. Hizo zote nimefanyiwa. Tutaomba leo, tutajinasua, sijani my clothes online, tutajitoa zote. Unapata unapoteza mtoto, ama wanakuingizia tabia in blood and flesh. Si wamekumiliki, na wanataka kutumia mwili wako, kufanya nini? Kuharvest other souls. Wanakuingizia tabia ya usherati. Unaweza pata mtu anapenda, umeingiziwa tabia unapenda tu wazee, umeingiziwa tabia unapenda watoto, umeingiziwa tabia unapenda kufanya ngono sana. So they use your body to harvest other soul. Si wako ndani yako, si ule joka kwa ndani yako, si ule mzima kwa ndani yako, si ule malaika wa giza ako ndani yako. So anatumia mwili wako. Shetani hazifanya kazi bila mwili, lazima ingia kwenye mwili. So anaingia mwili wako, wewe una harvest souls, unatumia ku harvest souls. Ama anakuingizia tabia fulani, unaanza kupenda watu wa jinsia moja. You are a woman, unapenda wanawake. You are a man, unapenda wanawake. Unanipata? Wamekuingizia tabia fulani ili wakusongeze mbali na uhalisia wa maisha. Unapata mtu anasema mimi sipendi kufanya nini? Sipendi ndoa. Ndoa ni kitu Mungu amepeana. It's our way of living. Lazima endeni mpate watoto, muijaze dunia. Right? Mungu amesema hivyo. Lakini unashangaa mahali ulipo haupendi watoto, haupendi ndoa. So wanaweza kufanya unachukia ndoa, ama wamekumiliki. Akikumiliki kumaanisha
akona nini? Akona mamlaka juu yako. Si amekumiliki, umemilikiwa. Ndio maana Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye magereza, wameweka kwenye mashimo, wamekuwa mawindo na hakuna okoaye wala hakuna aitaye. Na sisi tunakufa kwa kosa nini? Kwa kosa maarifa. Habari ya ndugu hai Samuel ni aje? Tunakosa maarifa. So kuna watu wamemilikiwa wako kwenye mashimo, kuna watu wamemilikiwa wako kwenye magereza, na hakuna mtu anaita ama kuna mtu anaokoa. Lakini leo tutasimama kwa msaada wa Bwana. Leo tutasimama kwa nguvu za Bwana. Tutajitoa kwenye mashimo, tutakataa kwa damu ya mwanakondoo. Kwanza, for you to understand your problem, lazima ujue, lazima ukuwe na divine understanding. Like Daniel understood from the scriptures according to the words that were said through prophet Isaiah that the desolation of Israelites was supposed to last for 70 years. Lazima kwanza ujue kama Danieli alisoma kwenye maandiko, kwenye kumbukumbu ya kwamba ule umateka wao ulikuwa uende mpaka miaka 70. Lazima ujue shida iko wapi kwanza. Na ukitaka kuangalia shida, fanya assessment ya maisha yako. Hauolewi, unapata biashara inapotea, mbona maisha yako yamesimama, unaota usiku unaingiliwa kimwili. Ukiota hivyo jua umemilikiwa. Miaka inasonga, zile ndoto zako kama zinapotea, jua wamekuzuia. So hizo ndio vitu fulani ambazo zitakuja zitakupata. Kuna magonjwa mengine ni magonjwa umewekewa ya kucheleweshwa. Ule joka amekumiliki akakuingizia magonjwa. Kuna diviner fulani alinifungia Bwana. Diviner fulani leo tutampasua hiyo diviner kwa damu ya mwanakondoo. Sasa tutapata maarifa kwa sababu imeandikwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tumekosa maarifa. So kama umemilikiwa kwenye ulimwengu wa roho, kwanza magonjwa za tumbo, unawekewa magonjwa za tumbo, unawekewa magonjwa yanakufuata in and out. Na kuwekewa magonjwa anakuingizia pia na pepo na umaskini. Right? Unapata magonjwa yenye hayana tiba. Amekumiliki kwenye ulimwengu wa roho, amekutupia magonjwa. Niombe nipate kazi, sure. Amekutupia upate magonjwa. Ukipata magonjwa ukienda hospitalini, unapoteza pesa yako, lakini magonjwa patikani. Amekumiliki kwenye ulimwengu wa roho. So kumilikiwa, unaweza milikiwa na mama, unaweza milikiwa na baba. Ndio maana baba anaweza patiwa masharti, ameenda kuzimu, amepatiwa masharti, enda udefile, enda ubake watoto wako, aenda anabaka watoto. Ndio maana unapata mtu mzima anabaka mtoto wake. Ama mtu mzima ni mzee kabisa, ako na miaka, amejaliwa ako na miaka 65 ama ako na miaka 70, ila ni mchawi, ameenda amepatiwa huko maagano, akaenda kaambia wewe enda ufanye nini? Fanya mapenzi na watoto. Au unapata mtu ni mama kabisa wa makamu, ana miaka mingi, anapenda anapenda kutembea na vijana wadogo. Hakuna huruma kwenye ulimwengu wa roho. Mama yako anaweza kuwa ndio spiritual spouse wako. Kwa maana si ni roho, na wewe ukilala usiku siwe ni roho. So unapolala usiku, roho yako hailali. Unamwona amekuja, wanavaa umbo fulani. Anaweza, kuna watu wameota wanafanyishwa tendo la ngono na wanyama. Lakini kiuhalisia si wanyama, ni binadamu, wale ni watu. Lakini amevaa umbo. Kwenye ulimwengu wa roho unaweza vaa umbo. Tuna malaika anaweza vaa umbo. Wafanya watumishi wake kama miali ya moto, na wafanya watumishi wake kama upepo, na malaika kama miali ya moto. Anaweza akabadilisha umbo. Anakujia kama punda. Unapata kuna mtu anafanya nini na farasi. Kuna watu wanaota, kuna ndoto watu wameota. Na ukifanyisha vile ni magonjwa. Unaota babu anakuja mzee kabisa, mzee. Kumbe ni jirani yako amekumiliki, lakini amevaa umbo. Unanipata? Amevaa umbo la kitu fulani. So magonjwa yanakupata, unakuwa na tabia fulani, tabia mbaya unakuwa nazo, unaanza kuongea, unapata umewekewa akili fulani, umefungwa mpaka unaongea mbele za watu. Mtu anataka kukuchumbia, lakini unasema mimi mwanaume akinichezea nitamkatakata. Mwanaume anasema huyu ni mrembo, lakini anavyoongea hapa wacha nitafutie mke mwingine. Anatoka na kuacha kwa sababu wamekumiliki. Ukimilikiwa, mashetani anaweza kuongea ndani yako. Right? Anahitaji mdomo wako, ataongea. Unashangaa unakuwa mtu wa kupiga wanaume. Wewe ni mwanamke lakini unapiga wanaume. Unapata paka nguvu ya kuwapiga. Umemilikiwa. Usipate ndoa, anakumiliki. Ama wanakutumia wewe uanze kuharvest souls za watu wengine. Umemilikiwa. Ukilala usiku unaota wanakuingia
kimwili umemilikiwa. Na usidhani eti ndoa za kishetani ama hizi spiritual spouses wanataka sana kufanya tendo la ndoa. Si kwa sababu ya sex. No. Si kwa sababu ya sex. Ni kwa sababu ya zile nyota zako. So anataka kumiliki. Tendo la ndoa ni mambo ya uchumba tu yenye lazima. Ni sheria ya uchumba. Right? Ni sheria ya uchumba. Lakini si kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu ya ile nyota yako. Kwa sababu ya hatima yako kubwa. It's because of your destiny. It's because of your stars. Mungu amekubariki kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Shetani anaona. Haimaanishi ukibarikiwa sasa tukae tutulie tuseme Mungu atatenda. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu Timotheo, na kupatia maagizo haya kulingana na maneno ya unabii yaliyotolewa juu yako. Kulingana na maneno ya unabii yaliyotolewa juu yako. Ili kwa maneno hayo upigane vita vilivyo vizuri. So sisi tumebarikiwa kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Shetani wameona, wachawi wameona, ule nyanya wa ukoo wameona, umeshuka na baraka zako, mjomba wako ameona ni mchawi, anakumiliki. Na Mungu ameshatoa unabii, umebarikiwa. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utakapo. Right? Kila mahali, kila kitu utakachokigusa kitabarikiwa, lakini haubarikiwi kwa sababu gani? Wameiba, wamekuchukua. Na kanuni yao wakichukua lazima wakuwekea magonjwa mingi, shida mingi. Wengine wanacho in depression, wengine wameibiwa to an extent, wamemilikiwa to an extent, wamekuwa wenda wazimu, wamekuwa into depression, wengine wamekuwa bipolar. Umezaa mtoto amekuwa bipolar, kumbe amemilikiwa. Ndio maana Biblia inasema ukisoma Yeremia chapter 1 verse 5. Kabla sijakuumba tumboni mwa mamako nalikujua. Nanipata? So kuna watu walichukuliwa wakiwa kwa tumbo zao. Shetani akawachukua, akawamiliki. Si ni roho? Nanipata? Already wewe ulikuwa kwa mahusiano na mtu ambaye hamjaokoka. Mahusiano yenu hamjaihalisha mbele za Mungu. So kama hamjaihalalisha, mnapata wale watoto wenu wanamilikiwa wakiwa wadogo. Kwa kuwa mshahara wa dhambi si ni mauti, mnamilikiwa, mtoto wako anamilikiwa, anachukuliwa, roho yake inachukuliwa inapelekwa kuzimu. Mtoto anatoka ni bipolar, ama anatoka unampoteza, ama unaota usiku unafanyishwa surgery, unapasiliwa matumbo, unapata watoto wanakufa. I have a spirit encountering rejection, illness and losses. Tutapasua hizo vitu leo kwa damu ya mwanakondoo. Sasa hizo ndio shida. So maarifa ya kujua umemilikiwa. Kwanza, if you talk of spiritual spouses, usifikirie sana. Ni kama ndoa zetu za kawaida. Kuna marriage certificate, hizo ndio hati miliki. Kuna pete, kuna watu wameota wanapatiwa pete. Kuna covenants zilifanywa. Kuna wasimamizi, wachawi wanaitaga wachawi wenzao, wanaitaga wakuu, wanaitaga wafalme, wanaitaga watu waliokufa kitambo, wanakuja wanashuhudia kwa ile madhabahu. Kuna kafara ilitolewa. Ndio maana sometimes unaota unafanyishwa sherehe za kishetani, umemilikiwa. Na kwote umejifungua twins wa kike, ni watoto wa kishetani. So unaota umemilikiwa, unakulishwa chakula za kishetani, unapelekwa sherehe za giza. Kuna hizo. So tumeona kuna nini? Kuna covenants zilifanywa, kuna wasimamizi walikuja, kuna pete, kuna mazawadi za kishetani. Unapatiwa zawadi, umemilikiwa. So wewe ndio bibi harusi, wewe ndio bwana harusi, umemilikiwa kwenye ulimwengu wa roho. So wewe ni mke wa mtu kwenye ulimwengu wa roho. Na unaweza kuwa mtu mmoja na ukakuwa na multiple spiritual spouses. Unaweza kuwa mtu mmoja, jana tulisoma, unaweza kuwa mtu mmoja ukakuwa na madhabahu tofauti. Kwa sababu uko na nyota mingi. Kuna watu nyota zao ziko wapi? Kwenye uzazi wao. Ndio maana Yesu alipokuwa anafanya miujiza, pakatokea mama mmoja, akamwambia, alimwangalia akashangaa sana, anavyofanya miujiza, anavyofufua watu, anavyofukuza mapepo, akamwambia, ibarikiwe nini? Tumbo iliyokuzaa na matiti yaliyokunyonyesha. So kuna watu baraka zao ziko kwenye matumbo. Kuna watu baraka zao ziko kwenye mikono. Akishika kitu tu akaanza kutengeneza inakuwa. Kuna watu baraka zako ziko kwenye akili. Kuna watu nyota zao ziko kwenye nywele zao, ndio maana unanyolewa nywele. Kuna watu ziko kwenye uso wao, umewekwa kibali. Mungu amepatia kibali mbele za watu. Ukiota unakula nyama, unakula hizo si nyama unakula, unalishwa chakula za kishetani. Inaweza kuwa unalishwa magonjwa, ama uko na pepo ndani yako, wanailisha, they are feeding that the spirit inside you, they are feeding it. Na wakifeed hivyo, ile shida ulikuwa nayo inaendelea kuongezeka. So tutaenda kuona jinsi ya kupasua
jinsi ya kuvunja. So tumeona kuna pete za kichumba, na kuna watu wengine paka wanaota wanazaa watoto, kumbe ni watoto wa kishetani. Kwenye ulimwengu wa roho ukimilikiwa, unaweza zalisha watoto wa kishetani. Na kanuni ni mwanandoa ndo anaweza kuvunja ndoa za kishetani. Ni wewe tu uliyofungishwa ndoa ndo una uwezo wa kuvunja kwa msaada katika jina la Yesu. Ni wewe useme mimi nakataa kwa damu ya mwanakondoo. Nataka kila mtu aseme nakataa kumilikiwa kwa damu ya mwanakondoo. Nakataa ndoa za kishetani kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja aseme nakataa kwa damu ya mwanakondoo. Lazima uanze kwa kukataa. Ukisema nakataa katika jina la Yesu Kristo, kuzimu wanajua wewe hutaki kufanyishwa ndoa za kishetani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Amos chapter 3 verse 3 nasema, je, watu wawili watatembea pamoja wasipopatana? So wewe umetembezwa pamoja na mashetani, umefungishwa ndoa pamoja na wachawi, lakini hauko unajua. Lakini sasa kwa msaada wa Bwana sema nakataa kwa damu ya mwanakondoo. Inaanza kwa wewe kukataa. Kwanza tumejua kuna shida fulani. Kama Daniel alijua sisi tunafaa kukaa hapa miaka 70, lakini walienda hapo wamekaa miaka 70 na plus 73. Ndio akaanza kukesha na kuomba. So kwanza inaanza kwa kujua shida. Ya pili ni kukataa kwa damu ya mwanakondoo. Ukisema nakataa, kuzimu anajua mtoto wa Mungu amekataa, kwa kuwa mbingu ni mbingu za Bwana na nchi amepatia mwanadamu. Ukikataa wewe, na chochote utakachokifunga duniani kimefungwa na mbinguni, hata mbinguni wanakataa. Maana wewe ndio mtoto wa Mungu na wewe ndio mwana wa Mungu aliye hai. So ukikataa, wao pia wanakataa. So tunataka tuingie kwenye maombi sasa. Tunataka kufyeka. I think nimetaja pande zote zile shida ambazo zitakufuata zikikumiliki. Wanaweza kumiliki mpaka ukamiliki watoto wako. Ukimilikiwa wewe, hata wale watoto unaowapata wanamilikiwa. Ndio maana Biblia inasema Mungu wapatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 4 cha wale wanichukiao. Ndio maana tuko na generation curses. Kuna babu walitoa madhabahu za giza, akamilikiwa kuzimu. Zile laana zikatembea kwenye ukoo. Unapata unamilikiwa. Umemilikiwa wewe, mtoto wako pia amemilikiwa. Biashara yako imemilikiwa. Na kimiliki biashara, udhani biashara yako itakuwa vizuri, biashara yako itavunjika. Na ikiwa vizuri, zile pesa zitakusaidia. Spirit of rejection inakujia hapo. Wanakuletea pepo, wanakuletea spirit, inageuka ndani yako inakuwa rejection. Inageuka ndani yako inakuwa magonjwa, inageuka ndani yako inakuwa hasara. Unashangaa wewe hasara zinakupata. Lakini ukilala usiku unaota unaingiliwa, unafanyishwa tendo la ndoa. Right? Tumeona kwa tumeona jinsi unaweza milikiwa. Unaweza wakota kitu, unaweza patiwa kitu, unaweza tembea mtu akaiba kivuli yako. Kivuli yako inaweza ibiwa. Ndio maana kivuli ya Petero ilikuwa inatibu watu. Kivuli ya Yesu pia ilikuwa inatibu watu. Kuna mama alishika nguo ya Yesu akaponywa. Ule alikuwa na bleed, akaponywa. So unapata pia wewe unaweza ibiwa. Unaweza tengeneza mafundo. Inaitwa mafundo. Ndio maana Biblia inasema pasipatikane kwetu mtu anayepitisha mtoto wake kwa moto, pasipatikane mchawi, pasipatikane mlozi, pasipatikane yule arogai kwa kupiga mafundo. Anaiba nywele yako, anapiga mafundo. Kwenye ulimwengu roho anakumiliki, anakuwa ndo spiritual husband wako. Unaweza kuwa na spiritual husband 7, 8, 10 ama 10 ama hata 2000. Unaweza milikiwa. Kwenye ulimwengu roho idadi doesn't matter. Right? Unamilikiwa kila mahali. Ndio maana mtu mwingine amemilikiwa mpaka biashara zikui. Mtu mwingine amemilikiwa, wengine umemilikiwa na haujui. You think you're okay, unaenda kazini uko sawa. Hata kuota wote wamekufunga. Unaenda kazini, you're okay, you think you're okay, biashara zako ziko vizuri, alafu unakuja kusikia mtu fulani amekufa ghafla. Wamemchukua. Na ukikufa katika hiyo hali ya kutatanisha, wao wanakukula nyama, wamekutoa kafara. Umemilikiwa mpaka wanakutoa kafara. Unaota usiku umekatokatwa, wewe hujui maana yake. Ndio maana unapoota kitu fulani usingojee kutafsiriwa. Unapoota kitu fulani usingoje kutafsiriwa. Usingoje kutafsiriwa. Omba kwa damu ya mwanakondoo. Sema hiyo hata kama hujaelewa, sema kwa damu ya mwanakondoo. Hiyo ndoto ambayo sijaelewa, kama ni nzuri naifanikisha, kama ni mbaya naifyeka kwa damu ya mwanakondoo, naipasua kwa damu ya mwanakondoo. Usingoje kutafsiriwa. So ukiomba kwanza, ukivunja kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, ile jambo litatokea. Ukiota, there's a secret. By the way, unaota unafanyishwa spiritual spouse amekuja anakufanyisha tendo la ndoa, alafu unashtuka, oh my god, unadhani alitoroka. Ulikuwa kwenye ulimwengu wa roho. So ulikuwa umelala, uko kwenye ulimwengu wa roho. Roho yako hailali. So ukishtuka imaanisha ametoka. Bado uko hapo, lakini wewe umeshuka kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Umeamka, sasa unatumia macho yako, si macho yako ya rohoni. Ule mtu bado anakuwa ndani ya hiyo room. Lakini kama roho huwezi muona unless upatiwe na Mungu macho ya kiroho.
the spirit of discernment ingia ndani yako, ndio utamuona. So ukiamka unasema oh, unashtuka. Hajatoka, anangojea ulale tena. Na akijua umemuona, akijua umeshtuka, na ukilala tena kabla ya kuomba, atakufunga, atakupatia sleep paralysis, atakufanyisha mapenzi, na atakuibia nyota, atakuibia kila kitu chako, kitaenda chote. So ukilala na ushtuke wote, ushtuke ukiona spiritual spouse, ile time umeshtuka, sema nimekuona wewe, uliyekuja kwa umbo la paka, uliyekuja kwa umbo la nyoka, sema nimekuja kwa umbo aliyekuja kama mzee, nimekuona kwa damu ya mwanakondoo, na kufyeka na kupasua na kuvunja vipande vipande na kuharibu kwa damu ya mwanakondoo. Ukimharibu na natoka. Kila kitu lazima kinaharibiwa kwa maombi. Sheria ya Mungu ni lazima uombe. Prayers ndio ignition ya maisha yetu. Prayers ndio key ya total distraction huko kuzimu. Prayers, kuota kurudi shule, inamaanisha spirit of stagnation ama backwardness. So tunataka kuanza kuomba. Tumeona vile shida gani zitakupata, tumeona jinsi gani unaweza milikiwa. Unaweza milikiwa kwa nguo, unaweza milikiwa kwa kufanyishwa mapenzi, kwa sababu kufanyishwa mapenzi unajiconnect. So imagine umependa mtu fulani, huyo mtu alikuwa na madhabahu za kwao, huyo mtu pia alikuwa na exes wake. Unanipata? So mmepatana, mmekuwa kitu kimoja. Ndio maana Biblia inasema mtu yote alilala na kahaba wanakuwa mwili mmoja. Mmekuwa mwili mmoja. So hizi madhabahu zote zimemshika, by default zinakuwa zako. So wewe nyota unakuwa so weak. Nyota zako zinaibiwa, zinapelekwa mbali. Zinapelekwa kwenye bahari. Mtu anaiba nyota yako, inapelekwa huko, inapatia mtu wako Brazil. Uko hapa kwenye ulimwengu wa roho ni ndogo tu. Mtu wako Brazil ameuziwa nyota yako. Huko Kenya unateseka na magonjwa. Huko Kenya unafungua biashara haikui. Unateseka uko Tanzania, uko Uganda, unateseka mateso na kufuata left, right and center. So tunataka tuingie kwenye maombi sasa. Kuota unapewa pesa na mtu anakuambia hii kafanyie biashara. Fungulisha hizo pesa, mali na fedha zote ni za Bwana. Endo fungulisha, sema nafungulisha kwa damu ya mwanakondoo, na zitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Kama ni mzuri na zitakasa, kama ni mbaya na fyeka huyo mtu kwa damu ya mwanakondoo. Ni mtaji umepatiwa. Chukua, zifungulishe na uziamuru zianze kutokea. So tunataka tuingie kwenye maombi sasa. Tunataka tuingie kwenye maombi ya kufyeka na kupasua. Tumeona kwanza ni vitu gani? Kuna vitu vitano ama vitu vingi na vile tunafaa kufyeka. Tunafaa kufyeka kwanza covenants, tunafaa kuharibu hayo madhabahu, tushakataa. Tunafaa kuwafunga hao wachawi, tunafaa kuwafunga au spiritual spouse, tunafaa kuharibu madhabahu yao, tunafaa kuvunja hatimiliki hizo pete, tunafaa kuzisaga. Na kuna wengine wako na watoto kwenye ulimwengu wa roho, tunataka kuharibu hao watoto, tunataka kuamuru wakuachie kwa damu ya mwanakondoo na uwezo Mungu aliye hai. Vita zote tunashinda kwa maombi. Thank you Florence. Kwa kuwa vita zetu nini? Si juu ya damu na nyama, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wafalme, ni juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo baya kwenye ulimwengu wa roho. Na silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Na neno la Mungu ni moto ulao. Neno la Mungu ni nyundo inayovunja miamba vipande vipande. Tunataka kuvaa mamlaka leo. Tunataka kuvaa mamlaka. Tunataka kuteketeza hizo pete za kichawi. Tunataka kufunga hao wachawi, waganga. Tunataka kupasua madhabahu yao kwa damu ya mwanakondoo. Na sio kesho, ni sasa hivi. I hope kila mmoja ako ready. Kama uko ready, sema hapo chini, andika niko ready, tuingie kwenye maombi. Kama mko ready, sema niko ready. Kama uko ready, sema niko ready. Kama uko ready, sema niko ready. Nataka tuanze kupasua sasa. Nataka tuanze kuvunja. Tumeshasoma maandiko yetu. Tumeona unaweza kuwa uko kwa bahari umefungwa. Watu wako ready. Naona watu wako ready. Good. Nataka watu kama 10 hata wao wameshinda 10 hao. So tuko ready. Tunataka kuanza kuvunja. Tunataka kuanza kukata kamba. Tunataka kuanza kuvunja hizo kamba za kishetani. Tunataka kuteketeza hizo pete za kishetani. Good. So tutaanza. Tunataka tuanze sasa. Sema kwa damu ya mwanakondoo. Mtaripita after alafu hapo mbele tutaanza kuvunja. Tutawafuata kwanza tuwafunge. Right? Tutawafuata tuwafunge. Kwa kuwa mwenye nguvu akienda vitu zake viko salama, lakini akija mwenye nguvu zaidi atamfunga. Right? Akishamfunga ndio tutaanza kumchukulia vitu zake. So nataka tuanze sasa. Sema kwa damu ya mwanakondoo, naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Nataka mseme hivyo, naomba msamaha. Kwa kuwa kuna agano imeandikwa ya kwamba tukuje tusemezane nawe, ijapokuwa dhambi zetu zimekuwa nyekundu kama damu, Mungu atazitakasa zitakuwa nyeupe kama theluji. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Nimepatwa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Sema nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi.
Good. Umepewa mamlaka tena. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni mtendakazi pamoja na Kristo. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu ili nije nitawale. Sema mimi ndio mtawala halisi. I want you to repeat after me. Sema mimi ni mtawala halisi. Nenda mbio. Nitaanza tena. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Imeandikwa mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Naomba msamaha Baba kwa yale nimeyatenda kwa kujua na pasipo kujua. Imeandikwa mimi ni rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa mimi nitapiga wafalme. Kwa mimi nitapiga mataifa. Kwa mimi nitapiga farasi na mpanda farasi. Kwa mimi nitapiga magari na waendeshaji. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Sema hivyo. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata anga na mashimo yake. Kamata, nataka moto kamate. Sema nakamata bahari na vitongoji vyake. Nakamata bahari na mashimo yake. Kamata anga, kamata. Tunataka kwenda kuwafunga sasa. Sema nakamata anga kwa damu ya mwanakondoo. Maana nimepatiwa anga nitawale. Na ikamata inchi kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata bahari kwa jina la Yesu Kristo. Anza kukamata. Nataka tukamate anga, nataka tukamate bahari, nataka tukamate maji. Sema nakamata kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata bahari kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata inchi kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata anga kwa damu ya mwanakondoo. Kwa kuwa nimepatiwa mamlaka ya kutawala anga, inchi na bahari. Sema naikamata kwa damu ya mwanakondoo. Naikamata kwa damu ya Yesu. Kamata. Nataka watu wakamate anga. Ukikamata wewe unaileta under your control. Sema naikamata katika jina la Yesu Kristo. Ikamate. Amioni. Hiyo ni unazuia usiombe. Sema naikamata kwa damu ya mwanakondoo. Naikamata kwa damu ya Yesu. Napiga hilo pepo inazuia usipate neno. Naikamata. Sema kamata anga. Sema nakamata anga, nakamata bahari, nakamata inchi kwa damu ya mwanakondoo. Nakamata. Anza kuwafuata sasa. Sema nafuata hayo madhabahu. Nafuata madhabahu ya spiritual spouses. Sema nayafuata madhabahu. Nayafuata kwa damu ya mwanakondoo. Yafuate. Nataka tuyafuate. Ukiyafuata wewe ni Mungu ameyafuata. Ukiwapiga wewe ni Mungu amepiga. Sema nayafuata kwa damu ya mwanakondoo. Nayafuata kwa damu ya mwanakondoo. All spiritual spouses wafunge sasa. Ushawafuata unawafunga. Sema nawafuata na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. Nawafuata kwenye bahari, wafuate kwenye bahari. Wafuate kwenye maji. Wafuate kwenye inchi, wafuate kwenye mapango. Wafuate kwenye anga. Sema wafuate. Usiogope. Wewe ukisema unawafuata, Mungu anawafuata. Ukisema unawafunga, ni Mungu anawafunga. Wafuate, wafunge. Wafuate wenye nguvu wote kwenye madhabahu wafunge. Wanawake wote wanaokumiliki kwenye ulimwengu wa roho wafunge. Wanaume wote wanaokumiliki kwenye ulimwengu wa roho wafunge. Funga mashetani. Funga majoka. Funga huyo babu, funga huyo nyanya, wafunge. Usiogope. Kamata anga wafunge. Umepatiwa mamlaka kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Wafunge. Sema na wakamata na wafuata na wafunga. Sema hivyo, tunawakamata na wafuata na wafunga. Na kamata bahari na wafuata na wafunga. Madhabahu zote nazifuata na zifunga. Funga hizo madhabahu. Tutapasua madhabahu kwanza. Tukishawafunga, kwanza lazima wafunge. Mwenye nguvu lazima wafunge. Sema na wakamata na wafunga. Spiritual spouses wote lazima wafunge. Sema na kukamata wewe babu uliyekuja kunifungisha ndoa, na kukamata wewe nyanya, na kukamata wewe kijana, na kukamata wewe mama, na kukamata na kufunga juu ya madhabahu, na kufunga juu ya madhabahu yako, na kufunga kwa damu ya mwanakondoo. Nataka watu waseme na wafunga. Maana chochote utakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Sema na wafunga kila mmoja juu ya madhabahu. Nataka muandike hapo chini nimewafunga. Tuanze kupasua madhabahu. Sema nimewafunga spiritual spouses wote, nimewafunga juu ya madhabahu, kila mmoja juu ya madhabahu yake. Andika hapo chini. Sema na wafunga.
Watu waandike nimewafunga, na wafunga kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Yesu yule hai. Na wafunga, na wakamata, na wafunga, na wakamata, na wafunga. Thank you, thank you, thank you, thank you. Na wakamata, na wafunga, na wakamata, na wafunga. Sema imeandikwa, chochote nitakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Na wakamata all spiritual spouses, spiritual spouse mtoto, na kufunga. Hata mimi niko na wangu na wafunga. Hata mimi niko wako na wanaonimezea mate kwenye ulimwengu wa roho, na wafunga. Kwa kuwa Mungu amekubariki kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho, anazuia baraka zako, anazuia ndoto zako, anazuia usipate watoto. Wafunge, 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 wafunge. Wafunge kulia, wafunge kushoto. Sema na wafunga, na wafunga, na wafunga, na wafunga kwa damu ya mwana kondoo. Na wafunga. Sasa nataka tuanze kupasua madhabahu. Ukiwafunga hivyo tunataka tupasue madhabahu yao sasa. Sema kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Yesu yule hai. Kwa damu ya mwana kondoo na vaa mamlaka, na vaa mamlaka, vaa mamlaka sasa. Sema na vaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Sasa ni kuvaa mamlaka, sasa ni kuvaa mamlaka. Sema na vaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo, na vaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Nafungua magala ya vita mbinguni. Achia, achia, achia. Fungua magala ya vita mbinguni. Sema nafungua magala ya vita mbinguni. Nafungua magala, na vaa, na vaa, na vaa, na vaa. Vaa mamlaka sasa, vaa mamlaka. Chukua silaha za Bwana za vita. Chukua silaha za Bwana za vita. Sema na chukua silaha za Bwana za vita. Chukua panga, chukua rungu, chukua nyundo, chukua bomb, chukua chochote kwa damu ya mwana kondoo. Wewe chukua silaha za Bwana za vita. Chukua. Nataka nione watu wanachukua vita. Nataka mtu aseme nimechukua rungu, nimechukua panga, nimechukua rungu, nimechukua nyundo. Maana neno la Mungu ni nyundo inayovunja miamba vipande vipande. Chukua silaha za Bwana za vita. Chukua silaha za Bwana. Vaa silaha za Bwana za vita. Vaa silaha. Endelee kuvaa. Mimi navaa zangu. Ukiona hivi nimevaa silaha, nimejipanga. Ukiona nafanya hivi ni moto wa damu ya mwana kondoo. Nimevaa silaha. Nimechukua panga, mimi niko na panga yangu. Nimetoa upanga wa rohoni, uko tayari. Panga wa rohoni. Biblia inasema, heri mtu yule ambaye podo lake limejaa mishale. Podo ni ile kitu ya kuweka mishale. Maana hataona aibu akivamiwa na adui langoni. Toa silaha zako sasa. Chukua, vaa mamlaka, vaa silaha. Mimi nishatoa panga yangu. Panga yangu iko ready. Panga ya damu ya mwana kondoo. Vita zetu ni za rohoni. Panga ya damu ya mwana kondoo sasa. Sasa anza kupasua madhabahu. Sema madhabahu inayozuia spiritual spouses na kupasua. Madhabahu iliyotengenezwa juu yangu ya spiritual spouses na kuvunja kwa damu ya mwana kondoo. Nataka watu waanze kuvunja sasa. Neno la Mungu ni nyundo inayovunja vitu vipande vipande. Vunja kwa damu ya mwana kondoo. Sema vunjika. Madhabahu vunjika kwa damu ya mwana kondoo. Pasua na panga. Pasua, achia moto wa damu ya mwana kondoo. Ivunje madhabahu. Sema na achia moto. Nataka watu waachie moto sasa. Achia moto. Watu waachie moto. Mimi moto wangu kama kuna kitu naumia leo ni madhabahu yangu. Inavunjika, inatetemeka leo, inateketea. Sema anateketeza madhabahu na vunja madhabahu. Imeandikwa ni bomoe paka misingini. Na bomoa. Sema na bomoa madhabahu paka misingini. Madhabahu ya kumilikiwa na spiritual spouses na kubomoa. Nataka nione watu wanabomoa by the blood of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Ushavaa mamlaka, umechukua silaha. Bomoa. Sema na bomoa madhabahu, na bomoa paka misingi, na bomoa katika jina la Yesu Kristo. Sema imeandikwa. Repeat after me. Sema imeandikwa, ashindanaye na Bwana atapondoa pondo. Kutoka mbinguni Bwana ataachilia radi. Achilia radi sasa kwenye madhabahu. Sema enyi madhabahu nyote mliotengenezwa ya spiritual spouses, enyi madhabahu iliyotengenezwa ya kumilikiwa, na bomoa leo. Bomoa sasa. Mimi na bomoa yangu yanabomoka, nayaona na yanavunjika vipande. Sema na bomoa kwa damu ya mwana kondoo. Na vunja kwa damu ya mwana kondoo. Vunja madhabahu ya kumilikiwa. Kataa, sema nimekataa kwa damu ya mwana kondoo. Kuanzia leo sitamilikiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuanzia leo nakataa. Sema nakataa kwa damu ya mwana kondoo. Nakataa kwa damu ya mwana kondoo. Thank you. Ashindane na Bwana ataharibiwa. Sema na waharibu kwa damu ya mwana kondoo. Ashindane na Bwana atapondwa. Na ponda madhabahu. Nataka watu waseme naponda. Leo na sasa hivi naponda hayo madhabahu. Na isaga kwa damu ya mwana. Ukitaka uisage, ukitaka ivunje, ukitaka uiharibu, ukitaka iteketeze. Wewe chagua unataka kuiharibu vipi. Ukitaka uikanyage. Maana umepatiwa kwato za shaba, utapiga mataifa mingi. Sema na haribu kwa damu ya mwana kondoo. Haribu. Nataka muharibu. 2 minutes tuharibu. 2 minutes tunataka ponda, vunja, haribu. Ponda madhabahu. Bado kumbuka kuna wachawi umewafunga. Kumbuka kuna spiritual spouses umeshawafunga. Na umewafunga wewe mtoto wa Mungu, hakuna atakayefungua. Bado kuna watu wanangojea tuwatandike. Bado kuna wachawi wale spiritual spouses. Ule baba aliyekumiliki anatumia nyota yako. Bado yeye lazima tuvunje madhabahu yake, alafu tumtandike. Sema vunja madhabahu na haribu. Ukitaka sema na haribu na vunja na teketeza. Nataka nione watu hapo. Nikiona watu 5 tunaendelea. Nikiona watu 5 wamesema nimeharibu na
tunaendelea sasa, tunaanza kuwatundika. Maana Biblia inasema ewe Juda, mkono wako utakuwa mkono kwenye shingo za adui zako. Nataka sasa tuende tuwakamate hao. Nataka watu waseme nimeharibu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo aliye hai. Nimevunja kwa damu ya mwanakondoo, nimeteketeza madhabahu. Ukisema imeteketeza unaisema na present tense. Ukiteketeza imeteketezwa kwa damu ya mwanakondoo, na sio kesho, ni sasa hivi. Sio kesho, ni sasa hivi. Sema nimeharibu. Sasa kuna wale spiritual spouse, ule nyanya aliyekushika, ule baba aliyekushika, ule rafiki aliyekuonea uivu akakumiliki kwenye ulimwengu roho, nataka tuwakamate. Tushawafunga, nataka tuwakamate, tuwafunge, tuwapasue sasa. Sema na kupasua kwa damu ya mwanakondoo. Ewe spiritual spouse ulio nimiliki, na kufyeka, anza kuwafeka sasa. Sema na kufyeka na moto lao, na kufyeka na panga. Nataka tuwafeke hao wachawi. Feka kwa damu ya mwanakondoo. Haribu, kata, vunja. Kuna formula hapa. Kupiga adui ina formula, ni kumpasua, ni kuvunja na kuharibu njia zake. Pasua adui, pasua kichwa, pasua. Palikuwa na mfalme anaitwa Adon Bezeki, alikatwa vidole kwa kuwa alikuwa anakata wafalme vidole. Yeye pia akakatwa, akasema wamenitenda kama vile nilikuwa natenda watu. Watende. Alikusudia mabaya, lakini Bwana amekusudia mazuri. Leo wafyeke aliyekuja kukumiliki kwenye ulimwengu roho. Mfyeke, mpasue. Nataka unaone, sema nimempasua huyo spiritual spouses wangu, nimempasua huyo aliyenimiliki. Ndoa za kishetani nimezivunja. Nataka watu waseme niwapasua. Nataka niende polepole, kwa kuwa hapa kwa kupasua. Usipompasua vizuri atakufuata kesho. Usipomharibu leo atakufuata tena. Mpasue sasa, pasue. Vunja, fyeka, haribu, teketeza. Mimi nafyeka wangu sasa, na wanakimbia. Wangu kwenye ulimwengu roho wanatetemeka leo, kwa kuwa mtoto wa Mungu anaongea. Kwa kuwa kinywa cha Bwana kinaongea ndani yangu. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye ndani yao. Vunja huyo, pasua huyo mwanamke aliyekuja kumiliki. Vunja huyo kwa damu ya mwanakondoo. Pasua. Nataka sasa tuwashushe kwenye shimo. Sema na washusha kwenye shimo kwa damu ya mwanakondoo. Umemfyeka, unamshusha kwenye shimo kwa damu ya mwanakondoo. Palikuwa na mtu anaitwa Dota na Biram, walikuwa wanampinga Moses. Moses akamuru wamezwe. Sema na wameza, na amuru ardhi funguke iwameze kwa damu ya mwanakondoo. Iwameze kwa damu ya mwanakondoo. Wameze kwa damu ya mwanakondoo. Sema na wameza by the blood of Jesus. Kwa damu ya mwanakondoo. Wavunja, wapasue kwa damu ya mwanakondoo, wapasue kwa damu ya mwanakondoo, wapasue kwa damu ya mwanakondoo, wapasue kwa damu ya mwanakondoo. Wafyeke, haribu sila zao, vunja njia zao, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Mimi wangu wanavunjika, pasuka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo aliye sahihi. Ukiwapasua tunawashusha. Sema na washusha pande za mwisho za kuzimu, ashindane na Bwana na pondo. Washushe, asikuje tena kusumbua tena, asikuje kula biashara yako. Mshushe kwa damu ya mwanakondoo. Sema na kushusha, spiritual spouse, na kushusha kwa damu ya mwanakondoo. Ukishawashusha, tunataka tuanze kuteketeza sasa zile makaratasi zao za uchumba. Nataka tuteketeze sasa. Tutateketeza alafu tupige wachawi wenzao, tupige sasa lile kundi lao. Sema nateketeza kila karatasi la uchumba, hizo hati miliki, hiyo marriage certificate, na iteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuchoma marriage certificate, anza kuichoma. Hiyo marriage certificate ndio imebeba zile magano. Sema na choma kwa damu ya mwanakondoo. Choma. Mimi zangu zilichomeka kitambo sana, ndoa yangu ikafunguka. Choma hizo vitu. Choma kwa damu ya mwanakondoo. Amekumiliki usipate mke, amekumiliki kuwe na magonjwa, amekumiliki wewe biashara yako ianguke, amekumiliki akakuacha na magonjwa. Choma hiyo karatasi kwa damu ya mwanakondoo. Ichome kwenye ulimwengu roho. Nataka uichome. Nataka watu waseme nimechoma kwa damu ya mwanakondoo. Ukiandika nimechoma watu 5 tunazidi. Tunaanza kufuta alama. Kumbuka kuna alama ya kumilikiwa, lakini lazima tuchome. Tumewafyeka, tumevunja madhabahu, tumewapasua spiritual spouse. Sasa tunachoma hizo karatasi za uchumba. Choma kwa damu ya mwanakondoo. Choma. Tutakuja kwa hizo pete, usijali, hizo pete tutazitekeleza. Vita zetu ni za rohoni, hatupigani jinsi ya damu na nyama. Vita zetu ziko rohoni. Unaweza dhani hauna pete, lakini kwenye ulimwengu roho umevalishwa pete ya uchumba. Lakini sasa tunachoma hizo karatasi. Sema nateketeza kila karatasi ya uchumba. Nateketeza kwa damu ya mwanakondoo. Teketeza, achia moto. Achia radi kwa damu ya mwanakondoo. Achia. Sema na achia radi kwa damu ya mwanakondoo. Iteketeze hizo karatasi kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa kwa jina lake tutafukuza mapepo wachafu. Choma kwa damu ya mwanakondoo. Choma kwa jina la Yesu. Imeandikwa wote wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wao. Choma hizo karatasi. Choma.
Naona watu wamechoma, naona watu wanachoma. Na sasa nataka sasa tusage hizo pete. Sema nasaga pete za uchumba, naziharibu kwa damu ya mwanakondoo. Navua pete za uchumba. Vua hizo pete ukiziharibu. Sema navua pete za uchumba, nazivua kwa damu ya mwanakondoo. Nikiziteketeza katika jina la Yesu Kristo, nikiziharibu kwa damu ya mwanakondoo. Haribu sasa, usiogope. Ukiharibu wewe ni Mungu ameharibu. Mungu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini ziko naye. Sema na haribu kwa damu ya mwanakondoo. Haribu. Nataka uombe na mimi. Omba na mimi. Na vua pete, vua ukiharibu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Haribu hizo pete kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa bomoeni paka misingini. Haribu hizo pete kwa damu ya mwanakondoo. Sema na haribu katika jina la Yesu Kristo. Haribu kwa damu ya mwanakondoo. Mbingu ni mbingu za Bwana, nchi amekupa wewe. Imeandikwa umepewa mamlaka kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Vua hizo pete ukiharibu kwa damu ya mwanakondoo. Vua kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Ukivua unaisaga, ukivua unaiteketeza, ukivua unaichoma, ukivua unaiharibu kwa damu ya mwanakondoo. Sema naachia radi kutoka mbinguni, naachia moto wa damu ya mwanakondoo. Ule moto wa Sodom na Gomora na uachia. Ule moto uliochoma Edom na uachia kwa damu ya mwanakondoo. Ule moto wa uharibifu na uachia kwa damu ya mwanakondoo. Iteketeze hiyo pete ya uchumba. Vunja. Anza kuvunja sasa mazawadi zote za kwenye ulimwengu roho na chakula zote za kishetani. Anza kuvunja sasa. Sema navunja mazawadi za kumiliki. Navunja kwa damu ya mwanakondoo. Navunja hizo zawadi walionipatia. Vunja kila kitu. Ukivunja pete na uvunje hizo vitu, tunazifuta. Tutaruka kwenye kitengo kingine, tuanze kufuta alama za kumilikiwa. Kuna watu wanalala usiku wanapata kwa alama wameumwa. Kuna watu wanapata wamekatokata usiku. Nataka sasa tuvuke. Nataka nione watu wamesema nimevunja pete zote za uchumba. Nataka nione watu wamesema nimevunja, nimeteketeza. Watu 5 tu wakisema tunaanza kufuta alama kwa damu ya mwanakondoo. Nataka nione watu tuseme nimevunja, nimeharibu pete. Ukitaja pete watu 5, tunaruka sasa kwenye kitengo kingine. Nimevunja kwa damu ya mwanakondoo, nimevunja, nimeteketeza. Thank you. Naona sasa leo shetani anajua mtoto wa Mungu amejaa hasira. Mtoto wa Mungu amejaa, maana Mungu ni Mungu wa kulipiza kisasi na Mungu ni Mungu wa vita, jina lake ni Yehova. Mungu ni Mungu wa kulipiza kisasi. Kisasi ni cha Bwana. Teketeza hizo pete, teketeza hizo pete. Take all rings of darkness. Vunja kila pete ya kichawi. Sema nimevunja kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Thank you mamu. Thank you. Moto wa damu ya mwanakondoo. Sasa tunataka kufuta alama ya kumilikiwa. Wanakuwekea alama. Kuna watu wamewekewa alama kwenye kipaji, kuna watu wamewekewa alama kwenye mikono, kuna watu wamewekewa alama kwenye mapaja zao, kuna watu wako na alama kwenye miili zao, alama za uchumba. Unalala unapata umekatokatwa, amekumiliki, ile ni alama. Mchawi mwingine akikuja anapata wewe umemilikiwa. Sema nafuta alama zote za kumilikiwa kwenye ulimwengu wa giza. Nafuta kwa damu ya mwanakondoo. Futa alama kwa damu ya mwanakondoo. Ndio maana Paulo anasema mwilini mwangu nimebeba chapa ya damu ya mwanakondoo. Sisi alama yetu ni alama ya damu ya mwanakondoo. Sema navunja, nateketeza, nafuta kila alama. Anza kufuta alama ya kumilikiwa leo. Hawatakupata, watakutafuta, watakukosa kwa damu ya mwanakondoo. Mimi nafuta alama zangu, alama zote kwenye mwili, alama zote kwenye ulimwengu wa roho, nazifuta kwa damu ya mwanakondoo. Ule joka aliyekuja kaniuma kaniacha na alama, naifuta kwa damu ya mwanakondoo. Sasa zingine unakuacha na alama, unakuja unapata ajali, mkono unakatika, unakuja unagusa biashara inaanguka kwa sababu ya zile alama. Futa hizo alama kwa damu ya mwanakondoo. Futa hizo alama kwa damu ya mwanakondoo. Alama ya mimi kukosa watoto, alama ya mimi kukosa biashara, na futa. Nataka watu wafute kwa damu ya mwanakondoo. Ukifuta kwa damu ya mwanakondoo, imefutika kwenye ulimwengu wa roho, imefutika kwenye ulimwengu wa damu na nyama, maana wewe ni mtoto wa Mungu. Uko na ufunguo katika damu ya mwanakondoo. Uko na ufunguo ya ufalme. Wewe ndio mwamba ambaye kala Bwana nimejengwa, na milango ya kuzimu haitakupata wewe. Sema nafuta kwa damu ya mwanakondoo. Nafuta kwa damu alama zote za milango ya kuzimu, alama zote za kutoolewa, alama za kukosa watoto, alama za kukosa mchumba, alama za hasara. Futa kwa damu ya mwanakondoo. Dakika 2 tufute, dakika mbili tufute alama za kichawi, dakika 2 tufute alama za kumilikiwa, dakika 2 tufute kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Mimi zangu nazifuta, nazoona zinafutika, maana Mungu anaweza kufufua wafu. Anasema mambo yajayo ni kama amekwisha kuwako. Zile mambo zijayo tunazifuta kwa damu ya mwanakondoo. Amekutangulia akakuwekea alama, eti amekumiliki kuzimu. Amekutangulia akakuweka alama, eti unamilikiwa na ukoo wa kuzimu. Umekuwa na multiple spiritual spouses kwa sababu ya alama. Anakuja na kuingia. Leo anageuka na kuwa mnyama, kesho anageuka na kuwa babu, kesho anageuka na kuwa mtoto, kesho anageuka na kuwa mwanamke mnono, kesho anageuka anakuwa babu kizee. Anakuja na kuingilia
kimwili. Futa alama kuanzia leo. Akija atapata alama ya damu ya mwanakondoo. Futa alama za kichawi. Kumbuka tumeteketeza pete, tumeteketeza mazawadi za kichawi, tumeteketeza ile hati miliki, all marriage certificate tumevunja. Sasa tunafuta alama za kichawi, tunafuta alama kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tuanze kuharibu lile kundi lao, wale wasimamizi wa giza, mashetani, majoka, mizimu. Tunataka kuzivunja, tunataka kuzisambaratisha. Kumbuka tulikuwa tumezifunga kwa damu ya mwanakondoo. Futa alama zote za magonjwa, alama zote za kukosa ndoa, alama zote kwenye ulimwengu roho. Sema nafuta kwa damu ya mwanakondoo. Kuanzia leo spiritual spouse yoyote aliyeneka alama naifuta kwa damu ya mwanakondoo. Futa. Sasa nataka tuanze kusambaratisha ile kundi lao, lile kundi la spiritual spouse, lile kundi la wachawi. Sema na wakusanya kwa damu ya mwanakondoo. Wakusanye sasa, wakusanya wako walio kwenye bahari. Sema na wakusanya spiritual spouse wote. Kuna watu kuna multiple spiritual spouse. Kuna watu wanamilikiwa na mababu, unapata wanamilikiwa na mchawi, unapata wanamilikiwa na nyanya, unamilikiwa. Wakusanye sasa. Sema na wakusanya kwa damu ya mwanakondoo. Na wakusanya yoyote ile ni miliki. Maana mkono wa Mungu si mfupi hata ushinde kuokoa. Kuna watu wameanza kuwafeka, wanakimbia. Tunawafuata kwenye mashimo, tunawafunga, tunawakusanya. Sema na wakusanya. Watu waanza kusema na kusanya majoka, na kusanya wachawi kwa damu ya mwanakondoo. Watu wakusanye sasa. Tushafuta alama, tunataka kusanya zile kundi lao. Kumbuka wao wanaroga, wanakumiliki. Kwa maana unaona una shida tofauti, una madhabahu tofauti. Uko na shida ya uchumba, uko na shida ya hasara, uko na shida ya kupata mume, uko na shida mingi kwa sababu umemilikiwa na watu wengi. Anza kwa kusanya sasa. Wakusanye kwa damu ya mwanakondoo. Wakusanye wale walioshuhudia ile mkutano, wakusanye. Ndio maana ukiota unakula, unaota kuna wanaume wengine, unaona kuna watoto wengine wamekumiliki, wanakutoa kwenye ulimwengu wa roho. Unaanza kuota unakula chakula, wanakutoa kwenye ulimwengu wa roho, wanakuingizia mashetani. Wakusanye. Nataka watu wakusanye sasa. Kusanya wachawi, kusanya all spiritual spouse, kusanya. Ndio maana wachawi tangu utotoni. Thank you. Wakusanye wewe, usiogope. Wakusanye. Biblia imesema tusikose kujua ila zao. Wakidhani tunapiga moja, si tunapiga kwa kundi. Maana ukipiga mchungaji, lile kundi linatayarika. Aliyeshindana nawe leo ataaibika. Wakusanye. Nataka watu waseme na wakusanya. Watu watano kusema kusanya, tunawafieka. Ni kuwakusanya na kuwafieka. Thank you. Hao ile wametosha. Sema na wafieka kwa damu ya mwanakondoo. Na wapasua kwa damu ya mwanakondoo. Aliyekuja kushuhudia, na mpasua kwa damu ya mwanakondoo. Wapasue. Mimi wangu wanapasuka wakivunjika vipande. Na wasaga kwa kuwa imeandikwa nitawaponda kama chungu cha mfinyanzi. Imeandikwa nitawavunja na fimbo ya shaba. Wavunja kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja wachawi. Anza kuvunja. Wavunja. Fieka kama ni kufieka. Imeandikwa kila wae kwa upanga atakufa kwa upanga. Amekujia kwa magonjwa, mjia kwa jina la Bwana. Sema na kujia kwa jina la Bwana. Sema hivyo, sema na kujia kwa jina la Bwana na kufika, na kujia kwa jina la Bwana na kupasua, na kujia kwa jina la Bwana na kupasua. Ulikuja kushuhudia, na kujia kwa jina la Bwana na kupasua, na kujia kwa jina la Bwana na kufika, na kuteketeza kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai. Pasua hizo ndoto za kishetani. Pasua hizo ndoa za kishetani. Pasua kwa damu ya mwanakondoo na kujia kwa jina la Bwana. Ngome zote za giza pasuka, maana silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Umewakusanya, umewapasua. Pasua. Sema pasuka kwa damu ya mwanakondoo. Vunja, teketeza. Nataka watu wavunje. Mahali ulipovunja kwa njia ya imani, watu wangu wataishi kwa imani na moyo sitafurahishwa na Mungu anasema hivyo. Sisi tunapasua kwa njia ya imani, tunavunja kwa njia ya imani kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Leo usiogope. Jeshi linapojipanga kupigana nawe, nasikia kutapika. Hizo ni deliverance. Ile usijali, ni deliverance. Hiyo ni way of deliverance kwa damu ya mwanakondoo. Vyote vilivyokuingia na vitoa kwa mikono ya chuma kwa damu ya mwanakondoo. Usiogope. Wewe endelea kuomba. Ukisikia kutapika, deliverance inatokea. Moto wa damu ya mwanakondoo. Walikuwa wamekuingizia vitu na vitu vinaanza kutoka sasa. Ile hali ya kusikia kutapika ni vitu vinatoka. Usiogope. Jeshi linapojipanga kupigana nawe, moyo wako utaogopa. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Leo aliyefanya hasira juu yako atatayarika. Anza kuaibisha sasa. Sema aliyekuja kufanya hasira juu yangu na kuaibisha, aliyekuja kuniletea magonjwa na kuaibisha na kufadhaisha kwa damu ya mwanakondoo. Wafadhaishe sasa. Sema na kufadhaisha kwa damu ya mwanakondoo. Pasuka. Imeandikwa aliyechimba shimo
ataingia ndani, anza kuingiza. Ule nyanya mchawi alikuja kuiba nyota yako, ule mganga alikuja kuiba nyota yako, yale mabaya aliyaacha yang'oe. Sema nang'oa mabaya yote aliyoweka ndani yangu, nang'oa mabaya yote, namrudishia yeye. Sema naanza kurudisha, anza kuwarudishia mabaya aliyotuma, anza kuwarudishia. Awaye kwa upanga atakufa kwa upanga, adui alaye leo ataliwa, aliyekuja kukufunga naye atafungwa. Mabaya yote aliyeleta ndani yako, aliiba nyota yako akaleta vitu vya kichawi, alikuja kuingia kumili akachukua nyota, anza kuwarudishia mabaya. Sema nawarudishia kifo, wakufe kwa damu ya mwanakondoo. Sema kwa damu ya mwanakondoo. Amekuja kwa upanga, ataliwa kwa upanga. Amekuja kwa magonjwa, magonjwa atampata. Sema hivyo. Nataka kila mtu aseme sitokufa mimi bali nitaishi. Sitokufa mimi bali nitaishi, ili nisimulie mema ambayo Mungu amenitendea. Sema sitokufa mimi bali nitaishi. Hautokufa bali utaishi. Warudishie sasa, warudishie sasa. Alirusha mishale ya magonjwa, mrudishie mishale ya magonjwa. Alirusha usipate mume, mrudishie mishale. Alirusha usipate kazi, mrudishie kwa damu ya mwanakondoo. Sema back to the sender, back to the sender. Sitokufa mimi bali nitaishi. Thank you, thank you, thank you. Kila mtu aseme mabaya yatanipata mimi wala tauni haitakaribia imani mwangu. Mabaya yatanipata mimi wala tauni haitakaribia imani mwangu. Thank you, thank you, thank you. Tauni ni magonjwa, tauni ni kushindwa. Sema mabaya hayatanikaribia mimi wala tauni haitakaribia imani mwangu kwa damu ya mwanakondoo. Tuanze kuwarudishia sasa, tuanze kuwarudishia. Amekuwinda sana, amekuroga sana, amekuonea sana, amekumiliki sana. Unalala unamuota akija, mrudishie yeye. Sema nakurudishia magonjwa uliyetuma, nakurudishia kwa damu ya mwanakondoo. Mrudishie, back to the sender. Thank you, thank you, thank you. Bado tujavunja maagano. Zile maagano zao tunazivunja. Warudishie kwanza, warudishie yale magonjwa yao. Warudishie kwa damu ya mwanakondoo. Vunja sasa. Nataka sasa tuzame kwenye ulimwengu wa roho. Nataka tuzame kama vile Yona alivyoenda kwenye tumbo la nyangumi. Biblia inasema alikuwa kwenye tumbo la kuzimu. Nataka tuzame sasa, tuzame sasa. Nataka kila mmoja achukue umbo. Sema navaa umbo la malaika, navaa umbo la malaika kwa damu ya mwanakondoo. Nafuata hayo maagano, napasua maagano, all covenants of darkness navunja kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja vunje hizo covenants zilifanya covenant usipate watoto, zilifanya covenant ukipata mtoto apotee, walifanya maagano eti ukufe, walifanya maagano usiolewe, walifanya maagano ufanye biashara ianguke. Vunja hizo covenant kwa damu ya mwanakondoo. In Jesus name, by the blood of Jesus, katika jina la Yesu. Wewe vaa mamlaka, vunja maagano. Sema navunja maagano kwa damu ya mwanakondoo. I break all covenants of darkness by the blood of Jesus. Nataka kila mmoja avunje maagano. Nataka watu waseme navunja maagano. Vunja maagano. Vunja hizo maagano. Wafuate vunja maagano. Vunja kwa damu ya mwanakondoo. Tuko kwenye ulimwengu wa roho sasa. Tumetoka kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Vita zetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mamlaka, ni juu ya wafalme. Vunja maagano. Nataka watu waseme nimevunja all covenant of darkness. Nimevunja kwa damu ya mwanakondoo. Nimepasua, nimeharibu. Kila mmoja aseme nimeharibu kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa uanze, ukishaharibu tuanze kurudisha vitu zetu. Nataka tuanze kuharibu. Sema nimevunja covenant of darkness. Nimevunja maagano. Viapo vyote nimevunja kwa damu ya mwanakondoo. All covenant of darkness nimevunja kwa damu ya mwanakondoo. Nimevunja kwa damu. Vunja. Ukivunja nataka turudishe vitu zetu. Vunja maagano, haribu, vunja. Kumbuka kuna maagano zimesimama kwenye ulimwengu wa roho. Vunja. Alienda karoga akasema huyu hataolewa. Leo tunavunja hayo maneno, tunayaangusha leo, tunayaangusha kwa damu ya mwanakondoo. Kwa kuwa imeandikwa, sema neno nalo litabatilishwa. Sema neno, fanya shauri nalo litaangushwa. Angusha hayo maagano, angusha. Hayo maagano ni maneno yamewekwa kwenye ulimwengu wa roho. Yaangushe. Walitoa mashauri lakini yaangushe kwa damu. Sema naangusha kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, umeanguka ewe Babeli, mkuu wa makahaba na mwingi wa machukizo wa nchi. Angusha hizo maneno, angusha kwa damu ya mwanakondoo. Angusha hizo covenant of darkness. Angusha, vunja, haribu, teketeza. Wewe hakuna formula hapa. Nikivunja, yani the end goal nikuonekana imevunjika. The end goal nikuonekana imeteketezwa. The end goal nikuonekana imebomolewa kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa turuke. Watu wamevunja. Nataka nione watu watano wamesema nimeharibu covenant. Watu watano sema covenant imevunjika. Nataka turudishe vitu zetu. Vyote vilivyoumbwa juu yangu vimevunjika. Thank you. Watu watano wakisema tunaendelea. Watu watano wakisema tunaendelea. Nimevunja, nimeharibu. Thank you, nimeharibu. Watu watasema nimeharibu. Tunaanza kurudisha vitu zetu. Kumbuka walichukua vitu zetu. Tunaanza kurudisha. Sasa hizi tumewafunga, tumeharibu. Vitu zetu zimebaki kwenye ulimwengu wa roho. Tunarudisha. Ule spiritual spouse amebaki na vitu zetu. Tunarudisha kwa damu ya mwanakondoo. Mwizi akikamatwa analeta mara 7. Tunageuza umateka, tunarudisha kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, ndipo Bwana akageuza umateka wa Ayubu, akambariki na wanyama
wanyama mara 2, akambariki na ngamia mara 2. Leo tunarudisha umateka. Amemeza mali, atayatapika tena. Bwana atayatoa tumboni mwake. Alikuja akakuibia nyota, akakufanya kuwa miliki wako, akakufanya kuwa eti ndo tajiri wako. Sasa tunataka kurudisha. Amevunjika, ameharibika, ameanguka Babeli, mkuu wa makahaba na mwingi wa machukizo. Ameanguka Babeli, mkuu wa makahaba na mwingi wa machukizo. Ameanguka mchawi, ameanguka spiritual spouse, mkuu wa magonjwa na mwingi wa machukizo. Ameanguka kwa damu ya mwanakondoo. Sasa tunarudisha vitu zetu, na waona wamerudisha, na waona wamevunjika, na waona wamevunjika. Sema narudisha. Nyota iliyochukuliwa ikapelekwa kwenye bahari, leta kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha vitu zako sasa. Anza rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha. Kila mmoja wenu, kila mtu nataka arudishe. Alizuia usipate ndoa, rudisha ndoa yako. Alizuia usipate baraka, rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha. Nataka watu warudishe by the blood of Jesus, na uwezo wa Mungu li hai, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni Mungu wa marejesho. God is God of restoration. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu li hai. Rudisha. Vimewekwa kwenye bahari, rudisha. Vimewekwa kwenye mapango, rudisha. Nyota yako imepatiwa mtu, rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. God is God of restoration. Amemeza mali, anayatapika leo. Ameweka kwenye tumbo yake, tutapasua tumbo, tutarudisha nyota kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha. Sema rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja rudisha, kila mmoja. Nataka kuna watu wanarudisha. Na mbona sioni watu wanarudisha? Mbona sioni watu wanarudisha? Mbona sioni watu wanarudisha? Nataka kusikia watu wanarudisha. Nataka kusikia watu wanarudisha. Sema njoo kwa damu ya mwanakondoo. Ewe nyota uliochukuliwa, na kuita njoo. Anza kuita. Kumbuka wewe ndio kuhani wa Bwana. Umewekwa juu ya mataifa kuharibu, kuvunja na kuteketeza, kupanda na kujenga. Wewe ndio Ezekia wa leo, wewe ndio Yeremia wa leo, wewe ndio Isaiah wa leo, wewe ndio Daudi wa leo. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha. Sema narudisha. Ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Sema narudisha. Nyota ya akili njoo. Nyota ya macho njoo. Nataka kuna watu wanasema njoo. Nyota njoo. Nyota imepanywa mnada. Sema njoo. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Narudisha mimi nyota zangu, na sitaacha mchawi akae na nyota zangu. Sitaacha spiritual spouse akae na nyota zangu. Mbingu ni mbingu za Bwana, nchi nimepewa mimi kwa damu ya mwanakondoo. Nimekuja na nyota zangu kutoka mbinguni, lazima nizitumie. Mungu anasema hapa duniani utapata mara 100. Bwana sipati mara 100. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Kwa rehema za Bwana Yesu, aliwekwa kwenye msalaba, akavunja laana zote za Torati ili sisi tupate baraka za Ibrahimu. Leo napokea. Narudisha. Sema njoo. Nataka kila mtu aseme nyota ya akili njoo. Kila mmoja aanze kuita vitu zake, ziite kwenye baraka, kwenye mapori njoo, kwenye misitu njoo. Alichukua nyota akapeleka kuzimu. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu li hai. Rudisha. Amekumiliki usipate watoto, amekumiliki usipate ndoa. Rudisha vitu zako. Ukirudisha vitu zako zitaanza kwenda vizuri. Ukirudisha vitu zako itaanza kwenda kuzuri. Ile siri ya uasi tumeipasua, wale waganga tumewafeka. Kwa nini wabaki na vitu zetu na tumewaharibu na tumewafunga? Wenye nguvu wamebaki na vitu zetu vipi? Rudisha. Sema njoo. Nataka watu waseme njoo. Nyota ya akili njoo. Kila mtu aseme nyota njoo kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Roho ya Bwana juu yangu, tena amenitia mafuta. Wewe ndio mpako wa mafuta wa Bwana. Wewe Mungu amekutia mafuta. Watangazia maskini habari njema, vipofu wapate kuona tena, na walio kwenye magereza waachiliwe kwao. Rudisha. Nyota iko kwenye gereza. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Sema narudisha nyota. Narudisha kila kitu changu. Nataka nawapatia dakika 2 tu, kila mmoja rudishe. Mustataraba. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha. Njoo kwa damu ya mwanakondoo. Watu warudishe. Nyota ya akili njoo. Usichoke kurudisha. Umefyeka, umempasua. Biblia inasema kwa kweli siri ya uasi kwa sasa itaendelea kufanya kazi mpaka wakati, lakini ipo jambo inayozuia mpaka wakati itakapoondolewa. Zimeondolewa sasa. Siri ya uasi imeondolewa. Biblia inasema yuaja mkuu wa ulimwengu, lakini hana lolote kwangu. Hana lolote. Kwa habari za hukumu amekwisha kuhukumiwa. Mchawi amekwisha kuhukumiwa. Kwa nini abaki na nyota zako? Waganga, wasoma nyota wamekwisha kuhukumiwa. Kwa nini abaki na akili zako? Kwa nini abaki na nyota zako? Rudisha. Nataka watu warudishe. Kuna vitu zilichukuliwa, watu warudishe. Imagine ulizaliwa, vitu zako zikaibiwa. Imagine ulikuwa unaofahamu, lakini vitu zikachuliwa, zikapelekwa mnada. Rudisha. Nataka kila mmoja arudishe. Watu 5 warudishe. Ulikuwa ukiwa na gari, ulikuwa ukiwa na watoto, ulikuwa
usafiri sana, ulikuwa uko mtumishi wa Mungu lakini wakakuiba, wakakufunika. Rudisha vitu zako sasa. Watu warudishe kwa damu ya mwana kondoo. Rudisha. Mungu ni Mungu wa kurudisha. Mungu ni Mungu wa marejesho kwa damu ya mwana kondoo. Amemeza mali, Mungu ataitapika tena. Bwana ataitoa tumboni mwake. Toa vitu kwenye tumbo la joka. Toa vitu. Imeandikwa Bwana akatoa upanga mkubwa tayari kumwadhibu ule Leviathan, nyoka anayepinduka kumwangamiza kabisa. Ule nyoka aliyemeza mali tumemfieka. Wale spiritual spouse tumewapasua. Kwa nini wabaki na vitu zako? Wewe jiulize, kwa nini usiporudisha? Kuna mtu ataishi maisha yako. Usikuwe na huruma, Rudisha. Kumbuka ushamfunga. Rudisha kwa damu ya mwana kondoo. Tumerudisha vitu zetu. Kama umerudisha, nataka kuona hapo chini sema nimerudisha. Sema nimerudisha. Ukisema nimerudisha, tunaanza kuiwekea ulinzi wa damu ya mwana kondoo. Thank you. Watu wa 6, 5 wakisema nimerudisha, tunaweka ulinzi wa damu ya mwana kondoo. Leo tunaitisha malaika. Thank you so much. Vitu zimerudi. Naona nyota zimerudi. Naona watu wamerudishiwa. Naona ndoa zikianza kunawiri. Naziona kwenye ulimwengu roho. Naziona kwa damu ya mwana kondoo. Vitu zimerudishwa. Nataka kila mmoja sasa avae mamlaka tena. Sema navaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu le hai. Vaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Vaa mamlaka. Uko na mamlaka, kanyaga nyoka na inge. Vaa mamlaka sasa. Sema naitisha ulinzi wa damu ya mwana kondoo. Kumbuka Biblia inasema Mungu akikuzingira kwa ukingo, hakuna atakaye kugusa. Sema naweka ukuta wa damu ya mwana kondoo. Naweka ukuta wa ulinzi kwa damu ya mwana kondoo. Naita malaika walinde vitu zangu. Naita malaika kwa damu ya mwana kondoo. Anza kuita malaika. Anza kuweka ulinzi wa damu ya mwana kondoo. Anza kuzungusha waya ya umeme. Anza kuzungusha kwenye ulimwengu. Hakuna atakaye gusa vitu zako. Zimekuja, hakuna atakaye gusa kwa damu ya mwana kondoo. Rudisha kwa damu ya mwana kondoo. Anza kuweka ulinzi. Watu anze kuweka ulinzi. Sema naweka ulinzi wa moto wa damu ya mwana kondoo. Naweka ulinzi katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu le hai. Anza kuweka ulinzi. Weka ulinzi wa damu ya mwana kondoo. Kila moja, mimi vitu zangu zimelindwa. Ndoa yangu imelindwa. Biashara yangu imelindwa. Kila kitu changu kimelindwa na damu ya mwana kondoo. Anza kuweka ulinzi sasa. Weka ulinzi. Sema naweka ulinzi wa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu le hai. Kumbuka Biblia inasema kwa mkono wa Zerubabeli atajenga misingi, na kwa mkono wa Zerubabeli atajenga nyumba. Ndipo watakavyojua ya kwamba Bwana amenituma. Anza kujenga misingi ukiweka ulinzi kwa damu ya mwana kondoo. Umejengwa kwa mwamba imara na milango ya kuzimu haitakufikia wewe. Sema najenga. Umeweka ulinzi, tuanze kujenga. Sema najijenga kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu le hai. Najijenga sasa. Umeweka ulinzi, ni kuweka ulinzi na kujijenga. Weka ulinzi na kujenga. Weka ukuta wa moto. Eka ukuta wa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Eka ukuta kwa vitu zako. Zimerudi. Sasa anza kuweka ukuta wa damu ya mwana kondoo, kwa kuwa wewe ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa na malango ya kuzimu haitakufikia wewe. Eka ulinzi. Usiogope. Ukiweka ulinzi, hakuna atakaye kugusa. Ukijizingira na moto lao, ukijizingira na moto wa damu ya moto, wachawi watakuja. Maana makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake aletaye. Akiyaleta anaungua, akiyaleta anapasuka vipande kwa damu ya mwana kondoo. Eka ulinzi. Niko na furaha sana. Naona watu wanaekewa ulinzi. Eka ulinzi kwa damu ya mwana kondoo. Sema naeka ulinzi kwa damu ya mwana kondoo. Vitu zangu zilizorudi hakuna atakaye gusa. Vitu zangu zilizorudi hakuna atakaye gusa. Ndoa hakuna atakaye gusa. Biashara proclaim leo. Anza kutoa command. Hakuna atakaye gusa ndoa, hakuna atakayegusa biashara, hakuna atakayegusa nyota, maana nimejengwa kwa msingi wa Bwana na milango ya kuzimu haitonifikia mimi. Mimi naweka ulinzi wangu nauweka sasa. Mimi ndio Zerubabeli wa leo. Mimi ndio Benaya mwana wa Yehoyada, mtu shujaa aliyeua mashujaa wa Moabu, akafuata ule simba aliyejificha siku ya theluji akamfyeka. Mimi ndio Benaya leo. Naweka ulinzi wa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu le hai. Naweka ulinzi. Maana Mungu akikuzingira kwa ukingo, hakuna atakaye kugusa. Naweka ulinzi. Weka ulinzi kwa damu. Usiogope. Jeshi likijipanga kupigana nawe, moyo wako utaogopa. Watenda mabaya na watesi wako wakaribia kula nyama watajikwaa. Wewe usiogope. Ukiweka ulinzi, akikuja anajikwaa, akikuja anajifyeka, akikuja mwenyewe anaungua kwa damu ya mwana kondoo. Naona watu wanaweka ulinzi. Eka ulinzi, usiogope. Eka ulinzi. Ukiweka ulinzi, tunataka tujenge kila kitu kwa damu ya mwana kondoo. Sema najijenga kwa damu ya mwana kondoo. Biashara yangu naijenga, maisha yangu nayajenga. Kila mmoja aeke. Kila ushaeka ulinzi, sasa anza kujenga. Eka ulinzi ukijenga. Jenga ndoa kwa damu ya mwana.
Ukijijenga kwa damu ya mwanakondoo, hakuna kitakacho kutingisha. Ukijijenga kwa damu ya mwanakondoo, hakuna atakayekugusa. Sema najijenga kwa damu ya mwanakondoo. Najijenga. Wewe ndio mdomo ya Bwana, wewe ndio uso ya Bwana, wewe ndio miguu ya Bwana. Mbingu ni mbingu zake, nchi amekupa wewe. Sema najijenga. Nataka watu waanze kujijenga. Whatever you want to build by the blood of Jesus, itengeneze kwa mwamba imara. Itengeneze maisha ya jenge, ndoa yako ya jenge, vitu zako zimerudi ziko salama. Wewe ndiye mwenye nguvu. Jenga, 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 jenga. Wanaongea kwa ndimi, piga ndimi, usiogope. Jenga, jenga, jenga. Mimi zangu zimejengwa kwa damu ya mwanakondoo. Huduma yangu imejengwa kwa damu ya mwanakondoo. Maisha yangu yamejengwa kwa damu ya mwanakondoo. Ndoa yangu imejengwa kwa damu ya mwanakondoo. Ndoa yangu imelindwa kwa damu ya mwanakondoo. Linda ukijenga, linda ukijenga. Jenga, jenga, usiogope. Jenga, 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 jenga. Watenda mabaya na watesi wako walipokaribia kula nyama, walijikwaa, waliaibika na kutayarika. Walioshindana nawe walikuwa sio kitu tena. Leo wameaibika, umetayarika. Unajijenga, unajijenga, unajijenga. Richa, nataka uombe na mimi. Jenga kwa damu ya mwanakondoo. Jenga kwa damu ya Yesu. Jenga kwa damu ya mwanakondoo. Umejenga, umejenga, umejenga. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Asanteni, asanteni. Nataka sasa tuamuru baraka zetu zote zenye ziko kwenye ulimwengu wa roho zimezuia. Kwa kuwa kuna watu wenye nguvu wanazuia baraka zako, na maombi yetu yanaweza kuwa yamezuia. Kumbuka Danieli alikuwa anaomba, maombi yake yakazuiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Tumeomba, tumefeka, tumejijenga. Nataka tuamuru sasa ianze kudhihirika. Tumefunga spiritual spouses, tumewapasua, tumewafyeka, tumeharibu njia zao, tumeachia mwanga wa damu ya mwanakondoo. Tumejijenga kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tuamuru vyote tulivyovirudisha vianze kudhihirika, kwa kuwa ukiomba na ukiombea kitu na isitokee utavunjika moyo. Nataka kila kitu chako kilichorudishwa kianze kudhihirika. Kuna wingu la linazuia, kuna mambo yanayozuia. Nataka tuipasue zianze kudhihirika kwa damu ya mwanakondoo. Nataka kila mmoja avae mamlaka. Sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja wetu, kila mmoja avae mamlaka, vaa mamlaka, vaa mamlaka, vaa mamlaka tena, vaa mamlaka. Sema na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata anga, kamata anga, kamata bahari, kamata kwa damu ya mwanakondoo, kamata bahari, kamata nchi. Na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Na amuru, anza kuamuru sasa. Anza kuamuru baraka zako zianze kudhihirika. Sema na amuru kwa damu ya mwanakondoo. Na amuru katika jina la Yesu Kristo, baraka zangu zianze kudhihirika. Baraka zangu zianze kudhihirika. Kuna wingu nazuia. Pasua hilo wingu, baraka zako lianze kudhihirika kwa damu ya mwanakondoo. Pasua hilo wingu nazuia. Pasua hilo kingo inayozuia. Pasua ukuta, huo ukuta wa Yeriko maisha yako. Pasua. Pasua, 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 pasua ukuta, baraka zako zianze kudhihirika. Anza kuziapisha. Baraka ya ndoa ianze kudhihirika sasa. Baraka ya biashara ianze kudhihirika sasa. Nyota niliyoleta ianze kung'aa sasa. Anza, kama ni nyota, amuru ing'ae. Nyota yako iking'aa itaonekana mamajusi. Anza kuamuru sasa. Anza kuamuru, zianze kuamuru. Amuru sasa. Release command by the blood of Jesus. Achia command kwenye ulimwengu wa roho, zianze kudhihirika. Baraka sasa, vaa mamlaka, vaa mamlaka. Sema ewe nyota uliorudishwa, na kuamuru uanze kunyaa, na kuamuru uanze kung'aa, uanze kudhihirika sasa. Pesa ianze kudhihirika, mtaji uanze kudhihirika, baraka zianze kudhihirika. Dhihirika. Ianze, imanifest sasa, imanifest kwa damu ya mwanakondoo. Anayezuia, pasua. Sema, proclaim leo. Sema kwa damu ya mwanakondoo, anayezuia nyota yangu ising'ae, pasuka vipande. Rudia. You can repeat after me. Anayezuia baraka zangu isidhihirike, na kufika kwa damu ya mwanakondoo. Pasua wingu lao, aanza kudhihirisha. Amuru idhihirike. Amuru. Ukiamuru wewe, Mungu anaachia, maana wewe ndio silaha za Bwana za vita. Amuru. Umeomba, umerudisha. Ukiomba, ukirudisha, ukiamuru isidhihirike, itakaa hapo tu. Kwa kuwa Danieli aliomba siku ya kwanza, majibu yake yaliletwa, lakini akazuiliwa. Akaendelea kuomba mpaka siku 21, ndio baraka zake zikaletwa na malaika Gabrieli. Amuru sasa. Ukitaka mtumie malaika, sema namtuma malaika Mikaeli apigane anayezuia. Natuma moto ipifyeke anayezuia isidhihirike, ifyeke anayezuia kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu li hai.
Kila mtu sasa amuru. Kila mtu amuru. Kama ulikuwa na nyumba, ianze kuonea matukio kwenye ulimwengu roho. Ukiamuru, matukio kwenye ulimwengu roho zitaanza kutokea. Matukio kwenye ulimwengu roho zitaanza kutokea. Utaanza kuona unapata ujasiri. Wale destiny connectors wataanza kukuja. Ule mchumba ambao unataka muoe ataanza kukuja. Maana umebarikiwa kwenye ulimwengu roho. Umebarikiwa kwa baraka zote kwenye ulimwengu roho. Kwa damu ya mwanakondoo ulishuka mbinguni, umebarikiwa. Ianze kudhirika sasa. Ianze kudhirika. Kila mmoja nataka watu waseme, nimeamuru baraka zangu zidhirike. Nimeamuru ndoa yangu idhirike. Nimeamuru nyota yangu ing'ae. Nimeamuru akili yangu ianze kufanya kazi. Nimeamuru kwa damu ya mwanakondoo mikono yangu ianze kuwa ya baraka kwa damu ya mwanakondoo. Uso wangu ng'ae, akili yangu ing'ae, miguu yangu ing'ae. Watu waanze kuamuru. Amuru sasa. Paulo anasema, namjua mtu mmoja katika Kristo alipanda paka mbingu ya tatu. Kimwili sijui, kiroho sijui. So kuna wingu unayezuia. Ilo wingu lipasue. Amuru baraka zako zianze kudhirika. Amuru sasa. Anza kuamuru. Ezekiel aliambiwa, tamkia kuhusu, toa unabii kuhusu hii mifupa. Toa unabii kuhusu ndoa yako. Toa unabii. Sema, naamuru kwa damu ya mwanakondoo nyota yangu ing'ae. Naamuru kwa damu ya mwanakondoo baraka zangu ing'ae. Naamuru kwa damu ya mwanakondoo destiny connectors wadhirike kwa damu ya mwanakondoo. Kumbuka, Mungu anatumia watu kubariki watu. Mungu anatumia watu waanze kuonekana sasa, waanze kudhihirika. Anayezuia pasua, anayefanya hasira juu yako vunja kwa damu ya mwanakondoo. Wapasue, washushe pande za mwisho za kuzimu. Usiogope, washushe. Anayezuia nisipate baraka, mshushe kwa damu ya mwanakondoo. Kwa ajili hiyo mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kuna kazi za ibilisi tunafaa kuvunja. Vunja kazi za ibilisi. Amuru ing'ae. Watu waanze kusema waamuru. Watu waanze kusema na amuru kwa damu ya mwanakondoo. Amuru. Watu waanze kuamuru. Ukiamuru, watu amuru. Take your time. Vitu zimerudi, vitu zimebaki kwenye ulimwengu wa roho. Zianze kuamuru, zianze kudhirika. Kwa kuwa ukirudisha na zikibaki pale na unabaki kwenye magonjwa haifai. Yale magonjwa yatoke, baraka zako zianze kudhirika. Zile umaskini itoke, baraka zako zianze kudhirika kwa damu ya mwanakondoo na uwezo Mungu li hai. Amuru katika jina la Yesu Kristo. Naamuru nyota yangu ing'ae katika jina la Yesu Kristo. Naamuru ndoa yangu ing'ae. Naamuru huduma yangu ing'ae. Lile kanisa ling'ae. Baraka zangu zing'ae. Naamuru nyota ianze kudhirika. Destiny connectors nasema njoo. Kila mmoja amuru. Mimi pia naamuru. Usidhani mimi sina vita. Mimi pia niko na vita. Naamuru zing'ae. Naamuru anayenizuia na kupasua, anayenizuia na kufyeka, anayenizuia na kuvunja vipande. Ile siri ya uasi na ifyeka kwa damu ya mwanakondoo. Watu wakaanza kuamuru destiny connectors kwa damu ya destiny connectors waanze kudhirika kwa damu ya mwanakondoo. Naamuru huduma yangu ijengwe kwa damu. Watu waamuru. Napenda watu wakiamuru. Ukiamuru kidhirika, mambo yanaanza kung'aa kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja amuru. Kila mmoja amuru. Alafu sasa tutashuka kitengo kingine. Kuna kitengo kwa Mungu anasema, nimekutangulia. I've gone before you. Kila mmoja, watu wakisema nimeamuru watano, thank you. Watu waseme nimeamuru. Sema nimeamuru sasa. Kwa kuwa Mungu anasema mambo yajayo ni kama amekwisha kuwako. Nataka turuke kwa kitengo kingine. Kwa kuwa wachawi wanapenda kutangulia. Mungu anasema nitakutangulia. Nitavunja milango hakuna atakayejenga. Nitasawazisha milima. Nimevunja mapigo ya shaba. Nimevunja milango ya chuma. Nimekupa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahali pasiri. Wachawi pia wanatutangulia. Leo sisi tutawatangulia. Tutashika akili zao, tutazifyeka. Akijaribu kujenga madhabahu yake tena, yatapasuka. Akijaribu kwenda kwa wasaidizi, atapasuka. Akijaribu kujenga tena kwenda kutafuta madhabahu mengine, atapasuka. Sema sasa kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja sema kwa damu ya mwanakondoo. Na watangulia giza, na watangulia wachawi wanaopanga kutengeneza madhabahu juu yangu. Na watangulia, maana imeandikwa milango imevunjwa hakuna atakayejenga. Chukua mamlaka. Sema na watangulia. Wakianza kujenga madhabahu, na amuru wapasuke kwa damu ya mwanakondoo. Wachawi ukipasua madhabahu wanajenga mengine. Leo tutawatangulia. Leo tutawashika kwenye ubora wao. Tutavunja akili zao. Sema kila mmoja achukue mamlaka. Nataka nione watu wasema wachukue mamlaka. Chukua mamlaka, vaa mamlaka, usiogope, vaa mamlaka. Tuko karibu kumaliza, lakini lazima tuwatangulie kwa kuwa wana akili mbaya hawa watu. Ukipasua madhabahu, wanaruka wanajenga mengine, wanakuletea ukuta. Ukipasua madhabahu, wanageuka, wanatoa kafara. Watu wavae mamlaka. Sema na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Na chukua mamlaka, vaa mamlaka kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo na damu ya mwanakondoo. Na sema repeat after me. Sema na watangulia wachawi wanaopanga kutengeneza madhabahu juu yangu. Na watangulia wachawi wanapanga kutengeneza kafara
kafara juu yangu. Watangulie, watangulie. Ukiwatangulia unasambaratisha kazi zao. Ukiwatangulia akienda kujenga madhabahu zinavunjika. Ukiwatangulia akikuwa na wazo lolote linapasuka, kwa kuwa silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tukiangusha mawazo, imagine Mungu anakuambia angusha mawazo, teka nyara fikra. Tunateka nyara fikra zao. Sema na watangulia kwa damu ya mwanakondoo. Na watangulia wachawi wanaopanga kutengeneza madhabahu mapya. Na watangulia wachawi wanaopanga kuagiza madhabahu. Mchawi ukimtangulia ukivunja, ana uwezo kwenda kuomba madhabahu, kuomba madhabahu mengine, kuomba kafara zingine. Ukiwatangulia unawavunja. Sema na watangulia kwa damu ya na wakamata akili, wakamate akili sasa. Kamata fikra zao. Sema na kamata fikra za wachawi, na kamata fikra za spiritual spouse, na kamata na madhabahu zao, maana nimewatangulia. Na wafika zile ndoto, zile akili zao wanazopanga kujenga madhabahu zipasue zile akili zao. Sema na pasua akili zao nikikamata mawazo yao, na pasua akili zao nikivunja madhabahu wanayopanga kuyatengeneza. Na pasua na yavunja, na watangulia nikiharibu kwa damu ya mwanakondoo. Na wachimbia shimo, wakifika waanguke kwa damu ya mwanakondoo, wakijenge ivunjike kwa damu ya mwanakondoo. Kumbuka kulikuwa na Wanaisraeli walikuwa wanajenga mnara wa Babeli. Mungu akashuka akasema, akaenda wacha nione wana wa Mungu, watoto wana wa Adamu wanafanya nini. Akavunja ile mnara, akabadilisha lugha, akawabadilishia lugha. Ukitaka pia wewe unaweza wabadilishia lugha. Unaweza sema na wabadilishia lugha, na waingiza kwenye shimo kwa damu ya mwanakondoo, kwa kuwa nimetangulia. Watangulie, usiogope, watangulie. Madhabahu ya kuwazima pasuka, madhabahu yanayopanga kuyatenga kesho na sasa hivi na milele zivunjike kwa damu ya mwanakondoo. Vunja, watangulie, usipasu, usiharibu, usiogope. Wewe tangulia, vunja, teka nyara fikra, teka nyara mawazo, teka nyara, chafua anga yao, wabadilishie lugha, wachanganyikiwe. Sema na wachanganyisha, naamuru wachanganyikiwe, naamuru wapasue. Biblia inasema farasi wao watapigwa kwa hofu, na wao watapigwa kwa wazimu. Ukitaka wapige na wazimu kwa damu ya mwanakondoo. Kama ni babu, kama ni mjomba, kama ni mama, atakuwa wazimu. Amini nakwambia, ukisema awe wazimu atakuwa wazimu. Ukisema akufe atakufa, wakuangamia ataangamia, wakufa atakufa, wakuvunjika atavunjika, auaye kwa upanga atakufa kwa upanga. Wewe watangulie, vunja madhabahu. Kila mmoja atangulie. Hata mimi nimewatangulia wangu na watanguliaga kila siku na kila wakati. Madhabahu yangu nayavunja kila siku. Mimi akifikiria leo anavunjika, akifikiria kesho anapasuka, akifikiria next week anavunjika. Kumbuka wanakaga utimilifu wakati. Watangulie, pasua, watangulie, vunja, watangulie, waingize kwenye shimo, watangulie. Alaaniwe mtu yule anayempiga ndugu yake kwa siri, anataka kutangulia kisirisiri, alaaniwe kwa damu ya mwanakondoo. Yesu aliambia ule mtini ambao uko na matunda, akauambia hutapata matunda. Aliporudi siku ya tatu, ule mtini Wanaisraeli watoto disciples wakasema ule mtini umelaaniwa. Wewe pia laani mawazo yao, walaani kwa magonjwa. Sema ewe mchawi ule ni miliki kwenye ulimwengu wa roho, na kutangulia na kulaani kwa magonjwa, na amuru magonjwa kupate kwa damu ya mwanakondoo. Kama vile Joab alivyofanywa, alivyoua Abineri. Daudi alisema pasikosekane mtu kwao anayetembea na kwa magongo. Wewe pia walaani. Ukisema wewe ni Mungu amelaani, ukivunja wewe ni Mungu. Watangulie, haribu kwa damu ya mwanakondoo, kwa kuwa Mungu amesema umepewa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahali basiri. Mungu amesema amevunja, amesawazisha milima, lakini wachawi wanatangulia wanajenga milima. Wachawi wanatangulia wanajenga mashimo. Wachawi wanatangulia wanajenga madhabahu. Ukiwatangulia wao ni Mungu amewatangulia. Ukiwafika wao ni Mungu amewafika kwa damu ya mwanakondoo. Watangulie. Nataka nione watu wamesema nimewatangulia, nimeharibu. Ukiwatangulia ukiharibu, Mungu ameharibu. Tunamaliza in the next 9 minutes. Kila moja sema nimewatangulia, nimevunja, nimetangulia, nimeharibu, nimewatangulia, nimewafeka, nimeteka nyara fikra zao, nimewapiga na upofu, nimewapiga na menda wazimu, nimewafunga watakuwa wazimu kwa damu ya mwanakondoo. Watu wamewatangulia kwa damu ya mwanakondoo. Hivyo, yani leo tunawakamata kwenye ubora wa Biblia. Inasema navunja hekima za wenye hekima, na haribu akili za wenye akili. Leo tumeharibu akili za wenye akili. Sema nimewatangulia, nimevunja, nimewatangulia, nimepasua, nimewatangulia. Bado kitengo cha mwisho tumalize. Thank you. Nataka leo sasa tuitishe zile hazina za gizani. Kumbuka Mungu amesema tumepewa hazina za gizani.
Kumbuka Mungu anasema, nimekupa miisho ulimwengu kuwa urithi wako na mataifa kuwa miliki yako. Kuna vitu ambazo Mungu anataka kutupatia. Kuna vitu ambazo macho yako hajaona. Kuna mambo ambayo masikio yako hajasikia. Kuna watu ambao bado hujawaona na wanafaa kukuvusha. Nataka sasa kila mmoja sema, nachukua hazina za gizani. Imeandikwa, nimepewa hazina za gizani na mali iliyofichwa mali pasiri. Sema, nachukua hazina za gizani na ziamuru ziije kwa damu ya mwanakondoo. Nachukua baraka zilizofichwa mali pasiri. Nachukua kwa damu ya mwanakondoo. Chochote ambacho macho yangu hajaona na amuru ianze kuja sasa. Unafaa ukuwe na gari leo lakini macho yako hajaona. Unafaa ukuwe na biashara lakini macho yako hajaona. Unafaa usafiri lakini macho yako hajaona. Biblia inasema umepewa hazina za gizani na mali iliyofichwa mali pasiri. Chukua kwa damu ya mwanakondoo. Wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Sema, nachukua hazina zote za gizani na mali iliyofichwa mali pasiri, na itakasisha na ichukua. Takasisha, chukua. Takasisha, chukua. Takasisha, chukua. Usiogope, usiogope. Wewe takasisha ukichukua. Takasisha ukichukua. Usiogope, usiogope, usiogope. Sema, natakasisha hazina za gizani na zichukua. Natakasisha mali iliyofichwa mali pasiri na ichukua kwa damu ya mwanakondoo. Wewe una mamlaka ya kuchukua vitu zilizofichwa. Una mamlaka ya kuchukua hazina za gizani. Umepatiwa miisho ulimwengu. Umepatiwa mataifa kuwa miliki yako. Utawaponda kwa fimbo ya shaba, utawavunja kama chungu cha mfinyanzi. Chukua, 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 chukua. Chukua hazina za giza. Sema, nachukua kwa damu ya mwanakondoo. Nachukua kwa damu ya mwanakondoo mali iliyonasa kwa bahari. Na ichukua kwa damu ya mwanakondoo. Chukua hazina zote za gizani. Mali na fedha ni za Bwana. Anampenda ampendaye na muombaye kwa bidii. Muombaye kwa bidii atamuona. Naam, utajiri na heshima ziko naye. Chukua, chukua kwa damu ya mwanakondoo. Mungu anaketisha watu na wafalme. Chukua hizo hazina. Leo lazima uketi pamoja na wafalme. Lazima uketi pamoja na wafalme. Lazima mataifa yaachie maziwa. Chukua kwa damu ya mwanakondoo. Chukua, usiogope. Chukua hazina. Mali na fedha ni za Bwana. Chukua. Sema, natakasisha mali ya gizani. Natakasisha ile pesa iliyonasa kwenye bahari. Natakasisha lile gari. Natakasisha kwa damu ya mwanakondoo. Aliiba nyota akachukua gari. Na itakasisha na ichukua. Njoo kwa damu ya mwanakondoo. Takasisha ukichukua kwa damu ya mwanakondoo. Hazina zote, mali na fedha ni za Bwana. Mali na fedha ni za Bwana. Maombi ya mwenye haki inafaa sana akiomba kwa bidii. Sisi tunaomba kwa bidii. Hujalala sasa unaomba Mungu. Hujasinzia, watch Netflix unaomba Mungu. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Chukua, 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 chukua. Nataka tumalize. Nachukua hazina za giza. Nacheka. Tunamaliza in the next 6 minutes. Tunamaliza. Ama unataka niendelee? Takasisha ukichukua. Takasisha, chukua. Usiogope mali. Usikue, there is no limitation kwenye ulimwengu wa roho. Mungu amekubariki kwa baraka zote. Ukiomba kitu, omba kitu kwa ukubwa. Mungu anasema mawazo yake si kama mawazo yetu. Njia zake si kama njia zetu. Omba kwa ukubwa. Omba kitu ambaye itakushutua wewe. Omba kitu. Umevunja spiritual spouse, umemfyeka. Alikuibia nyota lakini wewe leo nyota yako imerudi na unachukua hazina za gizani. Leta mara 7 hazina zote za gizani na zitakasisha. Leta mara 7 kwa damu ya mwanakondoo. Leta mara 7. Sema, naleta. Leta mara 7 kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Leta kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Nataka watu warudishe. Nitafunga kwa maombi alafu tutaulizana maswali. Sitamaliza sasa. Naleta kwa damu ya mwanakondoo. Naleta kwa damu ya mwanakondoo. Good. Thank you so much. Thank you. Karibuni sana. Asanteni. Takasisha, leta. Takasisha, take your time. Takasisha, leta. Takasisha, leta. Kuna vitu waleka ndani ya mwili wako zigeuke. Kuna vitu, kama kuna mali unaumwa, kama kuna mali unahisi unasikia uchungu, kama kuna kitu kwenye ulimwengu roho. Unaweza kuwa na pepo lakini liko dormant. Inangojea utimilifu wakati magonjwa kupate. Thank you so much Cindy. Thank you. Mahali popote unahisi umeonewa. Kama kuna watu, tunafuta hizo alama leo kwa damu ya mwanakondoo. Zile vitu zimevunjika, zile vitu zimetapika. Maana Biblia inasema, Biblia imeandikwa, tutacheza na mikia ya nyoka, tutakunywa vitu vya kufishwa na hakuna kitakachotudhuru. Kwa damu ya mwanakondoo. Watu wameleta, wamechukua hazina za gizani. Spiritual spouse yote hata kusumbua leo kwa damu ya mwanakondoo. Tutazidi kuomba. Naye maombi ya kuvunja madhabahu unayavunja kila siku. Hivyo ndio naombea spiritual spouse. Usiogope. Naona tumeomba wana bila kujua. Na uwezaji kuomba peke yako hata 30 minutes. Tunaomba hivyo ndio kuomba kwa damu ya in Jesus name. Tunatiana moyo kwa damu ya mwanakondoo. Watu wakijua kuomba wanajua kujitegemea. Kujua kuomba ndio kujua maarifa. Kujua kutumia neno la Mungu ndio kujua maarifa.
Kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu ni hai. Kwa damu ya mwanakondoo usiogope, 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 usiogope katika jina la Yesu Kristo, usiogope. Thank you so much for the support. Kila mmoja wenu, kila mmoja lazima vitu zetu. Hakuna wachawi kuturoga, hakuna madevil worshiper kuchukua vitu zetu. Kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Sema kataa, umekataa. Ukikataa wewe ni Mungu amekataa. Ukikataa jina lako lisitajwe, sema sasa, sema nakataa jina langu lisitajwe kwenye madhabahu ya giza. Kataa kwa damu ya mwanakondoo. Sema nakataa kwa damu ya mwanakondoo jina langu, vitu zangu, ndoto zangu zititajwe kwenye madhabahu ya giza. Ukikataa ni Mungu anakataa. Ukikataa ni Mungu anakataa. Ukikataa ni Mungu anakataa katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu ni hai. Asanteni sana. Thank you so much. Tutafunga kwa maombi ama tuendelee? Tumesema amen. Tutafunga kwa maombi. Sijali tutakuwa na maombi ya kufunga. Florence, thanks. Florence, okay. Amen. Amen. Thank you so much guys. Nataka jina langu rudisha. Kama bado uko katika momentum na kuomba, you can be praying. Kumbuka kusema amen. Thank you so much. Tuendelee Shuplug. Kesho pia tutajifundisha kitu kingine. Kumbuka madhabahu tutayavunja kila siku. Tutavunja kila siku. Aliye mnyonge lazima atapata nguvu. Mungu anawapa tasa watoto, nyumbani kwao panasikika vilio za furaha za watoto. Kwa damu ya mwanakondoo aliyezimia anapata nguvu. Kwa damu ya mwanakondoo, yule simba aliyekuwa anazuia biashara yako amevunjika, amechanika vipande. Kwa damu ya mwanakondoo amevunjika. Kwa damu ya mwanakondoo. Live inaanza saa ngapi? Same time, inaanza 11:45 is our time. Natetemeka. That was powerful. Natetemeka. Oh, thank you so much. Hiyo ni deliverance inatokea. Deliverance inatokea in funny way. Kuna njia tofauti inatoka. Kuna vitu unaweza sikia vitu zimekutoka, unaweza sikia mara umeguswa na kitu, unaweza tapika. Hiyo ni deliverance inatoka. Hiyo ni nguvu ya damu ya mwanakondoo. Usiogope. Tutaendelea kuomba kila siku kwa live yetu. Tutaomba, tutafundishana kuomba, tutafyeka, tutaharibu, tutavunja. Kila mmoja lazima vitu zake zitarudi. Kila mmoja lazima atasimama. Aliye mnyonge atasimama. Ambaye hajui kuomba katika maombi yetu tutambeba kwa maombi yetu na utamuona kesho yake ataanza kuomba. Mamlaka lazima tuyatumie, maana watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna watu wameko kwenye mashimo, kuna watu kwenye bahari. Tutatoka kwenye bahari, tutatoa vitu zetu kwenye bahari. Kuna mtu amekufunga usipate mtoto, kuna mtu amekufunga usipate mtaji, kuna mtu amefunga biashara yako. Leo hizo kamba tukiendelea kuomba zitavunjika vipande. Ukivunja madhabahu umevunja kila kitu. Ukiharibu madhabahu, tunajenga madhabahu kwa damu ya mwanakondoo. Hakuna kitu ambacho huwezi kufanya ukiamua. Ukitoa hofu, hakuna mali huwezi kwenda. Hakuna kitu huwezi kufanya. Ujasiri unakuvaa, ile hofu inadondoka. Ujasiri ukikuvaa, damu ya mwanakondoo inatembea ndani yako. Damu ya mwanakondoo na